Farodhi TV, wega umagana moshie. Tunaye mtumishi wa Bwana wa kike kutoka Amerikani. Prophetess Francina, this is a meeting, a gathering, a summit. You were here last year of people from different counties of our nation, and also people from different nations. And the congregation you are speaking to has many bishops, many apostles, many prophets, many pastors, and we are also having people coming from different nations. We have people from France, from Switzerland, from Uganda, Tanzania, Burundi, Rwanda. I'm told Ethiopia has also arrived in the house. I can see the temple flag. Let's celebrate Ethiopia. Tuwashangilie Ethiopia. People from South Africa. Wapendwa kutoka Afrika Kusini. Africa is also in the house. Afrika Kusini wapo. And more people are still arriving. Na kuna wengi zaidi wanaendelea kuwasili. Right now, kwa hivyo sasa hivi I want to bring the vessel of the Lord. Ningependa kuleta chombo cha Bwana. Prophetess Francina Norman has been a leading prognosticate in the global expansion efforts of the kingdom of heaven. Grace expanded, and as a result, she was ordained an apostle on 9th July 2022 under the auspices of Apostle John Eckard. I think you know Eckard. Most of you've read his books. Her body of work transcends typical evangelical mindsets and idioms concerning ministry. With God's help, she has advanced the work of Francina Norman Ministries throughout the world with unparalleled anointing for what she has been marked as being one of the most accurate prophets of our time. And you know that the United States, the United Kingdom, Nigeria, Kenya, and Ireland are just a few of the many nations of the world that have benefited from her powerful prophetic insight. A few of Apostle Norman's accomplishments include hosting her own nationally televised program, Francina and Friends, a CBN podcast entitled Prophetic Protocol, as well as hosting prophetic intercession on one of the largest platforms on the popular social media app, Clubhouse. From that app alone, over 4,000 have been saved. A young girl was snatched out of human trafficking, and many have been healed and delivered. She has also been a spiritual consultant to some of the NFL and NBA key personalities. While her prophetic gift has gained her access to prominent individuals such as presidents, prime ministers, and celebrities, her passion remains securely anchored with the local church, both foreign and domestic. She is a co-pastor of the Movement Church with her husband, international recording artist, producer, Pastor Michael Norman. She is the mother of 3 children and has 1 grandson with the expectation of more to come. Yeah. And you see, that can only happen when some of you become part of the prophecy. Praise the Lord. So we are so blessed. Kwa hivyo tumebarikiwa sana. The first time I met with Apostle Francina, mara ya kwanza kukutana na mtume Francina, she didn't know me. Hakunijua. I met her through the first lady of our nation, Mama Rachel Ruto. Nilimpata kupitia kwa mke wa rais, Mama Rachel Ruto. And she prophesied on me very accurately. Na akatabiri kwangu kwa njia sawa. And she said, akasema, something happened to your life when you were about 16 years. Kuna kitu kilikutendekea wakati ulikuwa na umri wa miaka 16. About 17 years. Kwa hakika ni miaka 17. You almost dropped out of school. Ulikuwa karibu kuacha shule. And actually at 17 years I almost dropped
out of school. Na ni kweli kwa miaka 17 ni karibu niache shule. Because there were some problems with the person who was sponsoring me. Kwa sababu kulikuwa na shida na mtu ambaye alikuwa ananilipia karo. So we are so blessed, and you remember with her daughter how they prophesied on people last year, and Reverend Rankisa was one of the beneficiaries of that prophecy. Na kwa hivyo let's give the Lord praise. Tumpe Bwana sifa. As we receive tunapompokea Apostle Francina, Mtume Francina Norman, all the way from the United States of America, toka Amerika. Hallelujah. Hallelujah. Amen. We're going to do something a little different. I believe that God wants to minister. So you probably could just have your seat. My husband is coming. And how many of y'all thank God my husband's here with me this year? Niko na mume wangu hapa, tushukuru Mungu kwa ajili yake. Y'all can do better than that. Tunaweza fanya bora zaidi ya hivyo. Amen. Amina. Yes. So he's going to minister to you for a minute. And I just hope you're being blessed. It's going to lead us into a prophetic atmosphere. Atatupigia kinanda kidogo na Because my assignment is a little bit different with the takeover. And so we do this. And how many? So put your hands together for Pastor Michael Norman.
praise. Pigia Yesu makofi na vigelegele, tumbariki Bwana. Oh, come on, let's give him the praise. Tumpe Bwana sifa. Great is our faithfulness. Ukuu wa Bwana na uaminifu wake ni mkuu mno. How many of you know the Lord has been faithful? Wangapi wanasema Bwana amekuwa mwaminifu? Amen. Amina. I want to honor my husband. I thank God for him. Huyu ni mume wangu na ushukuru Mungu kwa ajili yake. And my children. Na watoto wangu. I honor you, Apostle. Na pia na kuheshimu mtume. Thank you so much. Asante sana for having me come again. Kuniruhusu kuja tena. I love this nation. Napenda taifa hili. And we love you. Na tunawapenda. Amen. Amina. So my assignment is a little bit different. I love this theme. Kwa hivyo jukumu langu leo ni tofauti kidogo, napenda sana jambo hili. And I believe this is going to be life changing. Na ninaamini itaenda kuadhiri maisha na kuyageuza. Come on, let's shout unto the Lord before you have your Bwana kelele za shangwe. Oh, come on, come on, come on. Endelea usiache. Come on, come on. Piga kelele na shangwe kwa Bwana. Hallelujah. You may be seated. Naweza ukaketi. A young lady, inside my purse is my Bible. Ndani ya kipochi changu, mfuko wangu, mkoba wangu kuna Biblia pale nahitaji. I'm trying to I feel y'all ask God to anoint him. Amen. Si Bwana anaenda kumpaka mafuta. So I got to get used to this. I got to get used to this. I might get a little ahead of myself because of the download. Ili tuweze kuturika pamoja kwa sababu ya upako ulio nami kwa wakati huu. Apostle, mtume, this theme, jambo hili for this season ya majira haya is nothing but God. Sio kitu kingine ila ni Mungu. Come on. Hello. Before I came to this nation, kabla sijaja katika taifa hili, I was seeking the face of the Lord. Nimedumu katika kutafuta uso wa Bwana. And when I saw the word take over, na nilipoona neno hili la kumiliki ama kuchukulia, I knew then nikajua that God was shifting your nation. Mungu analeta kuadhiri mabadiliko taifa hili. I knew then nikafahamu that your status is changing. Kwamba hali yako inabadilika. I knew then nikafahamu that you about to get an upgrade. Unaenda kuingia kiwango cha juu. And so my assignment, because that's the anointing that I walk in, kwa sababu wasifu wangu wakati huu pako na utembea ndani naye, is to give you the kingdom takeover. Ni kukuwezesha kutwaa ufalme na kuendelea in the economy system. Katika masuala ya kiuchumi. Hallelujah. You are about to get everything that was stolen from you. Unaingia kupokea kila chote kilichoibwa kutoka kwako. You about to get it back. Utairejelesha. Oh, come on, let's give God a praise for that. Atia Bwana Yesu makofi mazuri na sifa. So I'm gonna help you because this is so important. Nitakusaidia kwa sababu jambo hili la muhimu zaidi. As God began to deal with me, maana inabidi Mungu anihudumie. He kept taking me back. Alibidi anirudishe tena na tena. In his original plan, katika kusudi lake la awali and purpose for your life. Na kusudi la maisha yako. This nation will never be the same. Nchi hii haitabaki kama ilivyo. Poverty will not be your story. Umaskini ama ufukara sio yako tena. And so I want to go to the book of Joshua. Nataka kwenda katika kitabu cha Joshua. And what we need to understand before we start reading this. Nataka uelewe kabla tujaanza kusoma hii. Joshua was getting ready to embark on a new assignment. Joshua alikuwa anajiandaa kuchukua kazi mpya ama wasifu mpya. Where one leader was supposed to be the one to take them into the promised land. Ambayo ilimbidi kiongozi mmoja awaongoze watu kuingia katika nchi ya urithi. But because of some things that Moses did, lakini kwa sababu ya baadhi ya mambo Musa aliyoyafanya, his assignment was aborted. Basi kazi ya Musa ikafikia ukingo.
And so he said, Joshua, akamwambia Joshua, you will lead the people utawaongoza watu into the promised land. Katika nchi ya ahadi. And by the way, na kwa hiyo they were going into Canaan. Walikuwa naenda nchi ya Kanaani. And let me tell you what Canaan means. Nikwambie maana ya Kanaani. Canaan means Kanaani inamaanisha a business owner. Mwenye biashara, mumiliki wa biashara. Their promised land, nchi ya ahadi, was their own business. Ilikuwa kwa ajili ya biashara fulani. Hallelujah. And so let's look at what's happening now. Tuangalie kulitukia nini? Because now you shifted administration, you have a new president. Sababu mligeuza hali ya utawala, mna rais mpya. And so let's look at this assignment. Hebu tuangalie kazi tunayopewa na Mungu ama jukumu. Now after the death of Moses, baada ya kifo cha Musa, the servant of the Lord, mtumishi wa Mungu, it came to pass ikawadia that the Lord spake unto Joshua, kwamba Mungu akanena na Joshua of Nun, mwana wa Nuni, Moses, mtumishi wa Musa, minister, saying, akasema, Moses my servant is dead. Mtumishi wangu Musa amekufa. Now therefore, haya basi, arise, ondoka, go over, vuka mto wa Yordani, mto huu, this Jordan, wa Yordani, die in all the people, wewe na watu wote hawa, until this land, kaende hata nchi which I do give you, ni wapayo, even to the children of Israel. wana wa Israeli. In every place, na kila mahali, that the sole of your feet zitakapo kanyanga nyayo za miguu yenu, shall tread upon, nimewapa ninyi, that I have given unto you. nimewapa ninyi. Let's go back to this. Moses my servant is dead. Mtumishi wangu Musa amekufa. Now therefore arise, kwa hivyo sasa ondoka, go over this, ondoka uvuke to Kenya, vuka Kenya, die and all the people, wewe na watu wote hawa, in Kenya, until this land, mukaende katika nchi hiyo, which I do give you, ambayo ninawapatieni, even to your children, hata kwa wana wenu, that's in Kenya, hapa Kenya, every place, kila mahali, that the sole of your foot zitakapokanyanga nyayo za miguu shall yako, tread upon, utakanyanga, that I have given unto you, nimewapeni ninyi, as I said unto Moses. kama nilivyomwapia Musa. So we're going to jump up, and we're going to jump up to this. Number 5. There shall not any man, tunaruka mpaka 25, nasema apata kuwa mtu be able to stand atakayeweza before thee all the days of your life. kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. As I was with Moses, kama nilivyokuwa na Musa, so I will be with you. vivyo hivyo nitakuwa na wewe. I will not fail you, sitakuacha nor forsake you. wala nikupungukie. Be strong Tafadhali nenda and of good courage, kuchopokea ujasiri, for unto his people kwa watu wako shall thou divide, utakuwa wewe wa kupatia shamba, for an inheritance of the land, iwe ni urithi yao, which I swear to your fathers nilio hapa kwa baba zako to give them. kuwapa. And let's move on down. Only be thou strong Wewe uwe hodari, and very courageous, uwe na ujasiri, that thou may observe kama vile ninavyokuambia, to do according to all the law, kuyafanya sawa sawa na ninavyokuagiza, where Moses my servant ambapo Musa mtumishi wangu commanded thee. amekuagiza. Turn not to the left, Usigeuke turn kushoto not to the right, wala kulia, but thou mayest prosper ili ukafanikiwe wherever thou goest. popote uendako. Oh my God. When I got here, Nikifika hapo, Apostle, mtume, I hope you understand what's taking place. natumai unaelewa kunafanyika nini. I explained some of it on Sunday at Archbishop Harris's church. Nilieleza kidogo katika kanisa la Askofu Harrison. This takeover Hili jambo la kuchukulia includes inajumulisha going back kurudi
to what's been stolen from you kwa yale yaliyoibwa kwako, in your lineage uliyonyang'anywa over mapoko 70 years, miaka fulani, and bring it to your nation. na unaileta kwa nchi And yako, God is about na Mungu to tayari drop it in your lap. kuingia kwa nchi hii. As God was with them, Alivyokuwa na so shall I be with you, said the Mungu na Lord. wewe, asema Bwana wa majeshi. Now I want you to hear this. Napenda usikie hili. He said to Joshua, Anamwambia Joshua, Moses is dead. Musa ameshakufa. God is talking Mungu anaongea about a system juu ya mchakato that Moses used to operate in. ambao Musa alitumia And he kufanya was kazi. saying to Moses, Anamwambia to Joshua, Anamwambia Joshua, the system that Moses operated in mbinu aliyotumia Musa is dead. imekufa. I'm giving you a new system. Nakupa mbinu mpya. I say you're walking in a new system. Unatembea kwa mbinu mpya. What took Moses years to get, Kilichomgharimu Musa miaka nyingi you'll kufikia, get it quickly. utaipokea haraka. I say you'll get it quickly. Nasema utaipokea haraka. And so he was telling Joshua, Hivyo anamwambia Joshua, stop mourning over the old. wacha kuombolea juu ya yaliyozeeka, yaliyopitwa na wakati. Arise. Inuka. I'm telling you to arise. Ninakwambia inuka. And shine. Uangaze. For your light has come. Maana nuru yako And the imekushukia. glory of the Lord Na is utukufu risen wa Bwana uko nawe. in this place. Mahali hapa. He said, get up. Anasema inuka. Get up out of your slumber. Ondoka katika kusingizia kwako. Get out of your depression. Ondoka katika kufinyiliwa kwako. Get out of making excuses. Ondoka katika kuweka For the visababu. Lord your God Kwa maana Mungu wako has come in amekuja to give you the power kukupa uweza to take over. ya kunyakua. You're here to take over. Hapa kumiliki Take upya. over land. Kuchukua nchi. Take over businesses. Kumiliki biashara. Take over. Umiliki. All belongs to you. Yote ni yako. The kingdom of God Ufalme wa Mungu is taking over inamiliki the sasa. economic system. Kuna kitu Come on and kikianzilika. shout to the Lord. Sema leo kwa Bwana. And then he said something. Na akasema jambo lingine. He says, be strong. Akamwambia uwe hodari. Be courageous. Uwe na moyo wa ushujaa. Oh my God. He says, everywhere. Akamwambia kila mahali. Everywhere. Kila mahali. Everywhere. Kila mahali. Everywhere. Kila mahali. Your neighborhoods. Katika ujirani. Everywhere. Kila mahali. Your businesses. Katika biashara. Everywhere. Kila mahali. Your villages. Katika vijiji vyenu. Everywhere. Kila mahali. Your nation. Taifa lenu. Everywhere. Kila mahali. Your feet tread Miguu upon. yako itakanyaga. Possess the land. Miliki It's nchi. your season of possession. Wakati wa kumiliki. Whew. Hallelujah. I want to show you something. Oh, I feel the presence of God. Nahisi uwepo wa Mungu. So let me show you this. Naomba nikuonyeshe hili. Oh God. He said, Akasema there's a principle. kunayo kanuni. God says, Mungu anasema I need you to be really obedient na nakuhitaji uwe mtiifu sana in this season of takeover. katika majira ya kumiliki ama kunyakua. And he says, Akamwambia, as we begin to see this, he says, I'm going to give you the strength that you need. anamwambia nitakupa uwezo unaohitaji. I'm going to give you the courage that you need. Nitakupatia ujasiri unaohitaji. Because there were people Maana kunao that stole watu ambao from your wamekuwa ancestors mambo ya mababu zenu and waliibwa, rob ambayo you from your prosperity ili kupora ufanisi wako, that was supposed to be in your lineage. iliyopaswa kuwa urithi wako, But you're taking over lakini wewe and you're unamiliki getting ready to get it back. na ni tayari ujiandae kuipokea.
And so as we look at this, Angalia hili. God says, meditate on my word. Mungu anamwambia itafakari neno langu. I'm strengthening you. Ninakutia nguvu. I'm giving you the courage. Nakupa ujasiri. And God began to instruct Joshua. Mungu akaanza kumpa Joshua maagizo. And he said something to Joshua. Akamwambia kitu Joshua. I want to say to you. Ndicho nataka nikwambie. Prepare yourself. Jiandae. For mobilization. Jiandae. Your address is changing. Anwani yako inabadilika sasa. I say your address is changing. Nasema anwani yako yabadilika sasa. And so, kwa hivyo, as we look at this, tunapoliangalia hili, he says, I want you to look at this. He says, everywhere your feet tread upon. Akamwambia nataka kila mahali utakapopakanyanga kwa miguu yako. In the Hebrew, kwa neno la Kiebrania, to tread, kukanyanga, it means to walk. Inamaanisha kutembea. Into something. Kutembea kwa kitu. Physical. Kitu cha halisi. Stepping. Kukanyanga. And walking. Na kutembea. In areas. Katika maeneo. You will possess. Utakayo yamiliki. So he's saying there's going to be mobilization. Anamwambia itahitaji maandalizi. Then he said trample. Kwa hivyo anamwambia utakanyanga. Trample means kukanyanga inamaanisha a sense of dominance. Yani ni aina ya kutawala. That you're no longer asking for the land. Kwa hivyo hautakuwa unauliza yoyote. You're taking the land. Unachukua nchi. I say you're taking the land. Unamiliki ama unanyakua nchi. Unanyakua nchi. Because it belongs to you. Kwa maana ni yako. And it says. Na akasema. You're going to see yourself. Utajiona. Subduing. Ukitiisha. Taking territories. Ukimiliki maeneo. And walking in an authority. Na kutembea kwa mamlaka. That you never seen before. Ambayo hujawahi ona awali. So when God said. Hivyo Mungu aliposema. Every place. Kila mahali. That the sole of your foot. Utakapokanyanga unyayo tread wako. Upon. Ukanyange. I have given it to you. Nimekupatia. So you're getting ready to experience. Kwa hivyo uwe tayari kuhisi. Prosperity. Ufanisi. Conquering. Kushinda. Subduing. Kumiliki. Like you've never seen before. Kama hujawahi ona awali wakati mwingine. I said like you've never seen before. Kitu ambacho ni mpya hujawahi ona. So what is being released here? Wakati kile kinaachiliwa hapa. Is that you're here to take over the economic system. Ni kwamba uko hapa uweze kumiliki maeneo ya uchumi. The next time. Wakati ule mwingine. You go to a restaurant. Ukiingia kwa mkahawa. And they're nasty to you. Na wakuulize. And they're mean to you. Na wanakaa ni kama. Don't get upset. Wanakaa ni wachoyo ama wanakurudia pole. Usikasirike. Just look at them. Angalia. And say I'll be back. Mwambie ninarudi. Because I'm about to buy this restaurant. Maana nitanunua mkahawa huu. Hallelujah. The next time. Wakati ule mwingine. You go to a car lot. Ukiingia mahali kwa. And they tell you you don't have any money. Wanakuambia wewe una pesa. And they tell you that you don't have the credit. Hauna pesa. And they tell you there's no way you can get this car. Hakuna vile unaweza nunua gari hili. You look at them. Waangalie. And say no problem. Mwambie hamna tatizo. Because the God that I serve. Kwa sababu Mungu ninayemtumikia. Said that everywhere. Kila ameniambia kila mahali. My feet tread upon. Miguu yangu inakanyanga. I can possess the land. Ninaweza miliki. I will be back. Ninarudi. I'm going to own the entire property. Hii yote ni yangu. I'm gonna own it. I'm gonna ninarudi own it. kumiliki ni yangu. Hallelujah. My father came from a place of slavery. Baba yangu alitoka miongoni mwa watumwa. My great-great-grandfather baba wa baba was yangu a slave alikuwa mtumwa and built na akajenga from the creek kutoka katika mud, na matope tu na matofali. Plantation. Akajenga mahali that the other race, the slave owners, ambao wale waliomiliki watumwa walihitaji. While he lived in the back alipoishi nyuma of a one-room place, chumba chetu kidogo tu with a hole for a toilet, ilikuwa ndio mahali pa choo pia. He died and was buried there. Alikufa akazikwa pale pale. But the Lord spoke to me. Bwana akaniongelesha. And said there's takeover season. Akaniambia ni wakati wa kumiliki. Uwe tayari kumiliki. My family
family Familia just yangu got through purchasing ambayo the haikuenda plantation ile shamba that my father built ambayo baba with alijenga 300 acres of land. miaka I release to this nation that inapachilia you hapa, get ready to get it uwe back. tayari Take it kupokea, back, take it back. kupokea. Hallelujah. I walked on that ground. Nikatembea kwa shamba hilo, They still had the floors that they built, kulikuwa na the bado, pillars and the brick. lakini kulikuwa na tofali, They still majumba ya had the tofali original house ambayo ilikuwa that ile ya my mwanzo, great great grandfather built as a ambayo slave. babu yangu But alijenga. now, Lakini sasa this generation, kizazi hiki, his great 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 granddaughter, kizazi chake I kikuu walked sasa in that place, apostle, natembea and mahali I hapo mtume possess, na kumiliki, I possess, miliki, I possess, miliki, I possess. miliki. I say we possess the land. Tunamiliki nchi. My grandmother Nyanyangu ama bibi used to pick cotton alikuwa anaokota mahindi in South Carolina. katika shamba hilo. And if you ever seen cotton, when you pick it, it has a thorn. So every time you pick it, Ngano samani, you will bleed pamba, kila She will unapovuna pick cotton. pamba ina miba, inakudunga all day, siku nzima, bleeding, vidole inachurisha damu, bleeding, unatoka damu. picking cotton. Ukivuna pamba vidole vyatoka damu. And then all of a sudden, Ghafla she had a stroke akapigwa na stroke, and she dropped dead akaanguka in the akafa cotton field. kwa katika shamba la, And the la slave pamba. owners Wale wouldn't wengine even come to help her. wakuja But I kumsaidia, went back to South Carolina, lakini nikarudi kule and I was South standing Carolina, in the cotton field. nikasimama katika shamba ile And la all of a pamba. sudden, my Ghafla cousin walked up to me. He says, akanitembelea moja, "What is your akaniambia, name?" And akaniambia, I told him. nikamwambia He said, "What's your grandmother's name?" hii ilikuwa And I shamba la told babu him. yako. Nikamwambia He said, "She died right here alikufa hapa hapa in this cotton field." katika shamba I hili la started pamba. crying. Nikaanza He kulia. says, "You don't need to cry." Akaniambia uhitaji He kulia says, "Because our family, kwa sababu una we familia, have bought the cotton field. tumenunua shamba hili, We own the cotton field. sasa ni shamba Are letu, y'all getting this? tunaimiliki na tunakupa, I release to you right now. ninakupea sasa, Fields, ninakupatia land, shamba fields, yote, land, nakupatia farmers, yote, land, nakurejeshea, farming, nakupatia land, yote, cattle, pokea land, ng'ombe na cattle, vyote, kila land, kitu, cows, ng'ombe, chicken, shamba, eggs. kuku, yai, nakupa vyote. Nakupa vyote, Everywhere, kila mahali, everywhere, kila mahali your feet miguu yako tread, inakanyanga, take over, miliki, dominate, tawala, subdued. tiisha. The kingdom of God is advancing. Ufalme wa And Mungu we're unaenea, advancing na into kingdom takeover. ni unaendelea, ni wakati wa ufalme wa Mungu vamia na kumiliki. When you go back to France, Ukirudi kule you get Ufaransa, ready to take back your uwe inheritance. tayari kupokea na kumiliki nchi. When you go to Ethiopia, Ukirudi you get Ethiopia, ready to take uwe back your tayari inheritance. kumiliki nchi ya When you go Ethiopia. to South Africa, Ukienda you Afrika about to Kusini, take back uwe your tayari inheritance. kumiliki iliyo Every yenu. nation that's represented Kila here, taifa lingine you get lote, ready to take it uwe back. tayari kumiliki nchi. I feel God. Nahisi uwepo wa Mungu. God said, Anasema you have entered una, into your takeover. unaingia katika kumiliki kwako. Kenyan, Kenya, Kenya, you have entered unaingia into your takeover. katika kumiliki God is kwako. bringing you Mungu anakuleta recompense. mahali pa And what kurejeshewa. was stolen from you, Kile kiliibwa kwako, the devil got to give it back. anaanza kurejesha kwako. Shetani anza kujiandaa kulipokea. See, what you don't understand
Kile usichoelewa ni kwamba he that controls the economy anayetawala masuala ya uchumi controls the borders. Anaweza kuvusha mipaka. Anatawala mipaka. The mistake that we have made in the past, makosa tuliofanya awali is that we were so busy tulikuwa tuko na shughuli sana, all over the place, tukikimbia kila mahali, speaking in tongues, tukinena kwa lugha, praying, kukiomba, falling out, tukichoka. while the Muslims Lakini Waislamu was coming in your neighborhood, wanaingia katika coming into mjirani, your nation, kwa nchi yenu, and buying up everything. wananunua kila But kitu. there's been a reversal. Lakini kuna kurejeshwa nyuma. Hallelujah. There's been a reversal. Kuna kurudishwa. Kuna kurudishiwa. There's been a reversal. Kuna kurudishiwa. There's been a reversal. Kuna kurudishiwa. Inarudishwa, inarudishwa, inarudishwa. Take it Chukua, back. Take it back. Miliki, nyakua, Apostle, Mtume, no longer will you have a conference hakuna mtu alijua una kongamano, that you got to be concerned with the budget. kwamba utakuwa na gharama kubwa hivyo ya Because the kutibu. Lord is saying, he said this to me. Bwana aliniambia hivi, I need you to change your mindset. nataka ubadilishe nia yako. There's an algorithm from heaven. Kuna inafanyika kutoka I said mbingu, it comes from heaven. inayotoka mbingu. Let me explain about the algorithm. Ni ruhusu nieleze hilo. You notice Unatambua hivi, that when you Google something, unapo Google like if you kitu, Googled a church, ukigoogle kwa mfano all kanisa, of a sudden, ghafla everything on your computer kila kitu katika kompyuta with what tarakilishi you just yako, got, with what you just Googled. maana ni Google umeuliza, That is called an algorithm. inaanza It kuleta, tracks you. It inakueleza, looks at you. inakuangalia. You'll be under surveillance. Wewe unaangalia tu, unatazama tu, You're under surveillance wewe ni kuangalia with the computer system, katika with tarakilishi yako technology. na teknolojia. The Bible says Biblia inasema there's nothing new under the sun. hakuna jambo mpya chini You've ya been jua under surveillance ambayo unaweza, from heaven, inatoka mbinguni, and it's been tracking you, na amekuwa and it's akikuangalia, been watching you. amekuwa For the akikutazama, Father knows what anakuangalia, you have need kile of unachohitaji anajua before you ask. kabla And hujauliza. when you pray, Na ukiomba, your prayers go up to heaven, maombi yako yanaenda and mbinguni. what God does, Kile Mungu He anafanya, releases an algorithm to anaachilia supply all of your muondoko fulani needs duniani according to His riches and kulingana na glory. utajiri wake katika utukufu. The Lord said, Bwana anasema, I've been tracking you. nimekuwa nikikukagua ama nikikuangalia, nikikufuata. What AI does, Kile anafanya Mungu, it tracks you, anakufuatilia, and then it puts you in a data. alafu anakuweka mahali, AI has a profile on you. anaanza kufanya jambo fulani ndani yako pamoja nawe, And because it's not all knowing, kwa sababu yeye anajua kila jambo. you the one Wewe ndiwe told it what you want wa kumwambia unayetaka, because of what you keep Googling. maana ya kile unaendelea kugugu kutoka kwa Mungu. But the Father Lakini Baba knows what you need. anajua utakacho, So He tracks you. kwa hivyo He has anakuangalia a tu, profile on you. anaangalia He na has kila data hali ya on maisha yako, you. He anaangalia, has data on you. ana data juu And yako, He look at you not having food. And anakuangalia He una looked at you chakula, not being able to pay your school fees. anaangalia una karo ya He looked shule, at you when you were struggling. anaona And He uking'ang'ana, looked at you during your divorce. anaona unataka And He looked kutalakwi, at you when you had sickness. anaona ukiwa So the mgonjwa. Holy Spirit told me to tell you Roho today Mtakatifu that kaniambia the nikwambie leo algorithm of heaven kwamba is mbingu coming down to you. inafuka kwako, And what He's tracking, Kile He's about to unang'ang'ana, supply ataleta all of your needs. akupatie mahitaji yako yote. Come on. Yeye anakupatia. Receive the algorithm of heaven. Pokea utele unaoteremka kutoka kwa Mungu. Now let me show you something. Nikuonyeshe kitu. What you needed last year, Kile ulihitaji mwaka jana, you don't even need it this year. hauhitaji mwaka huu. So when God told Abraham, Kwa hivyo kile Mungu alimwambia Ibrahimu, Abrahamu, offer up your son nitolee mwanao as a dhabihu sacrifice. kama dhabihu. And Abraham was getting ready
Ibrahimu akajiandaa kumtoa mwanawe dhabihu. And all of a sudden, ghafla the Holy Spirit Roho Mtakatifu tells him to refresh the screen. Anamwambia kufanya upya screen yako. And when he refreshed the screen, na aliporejesha screen, and there was a message from heaven, kulikuwa ujumbe wa mbinguni. There was an update. Kulikuwa na ujumbe mpya. Ukasema acha. Stop, Abraham. Koma Ibrahimu. Unloose your son. Mfungue mwanao. God told me to tell you. Bwana ameniambia nikwambie. He's not going to be the one. Yeye siye that you offer up. Ambaye utapeana. I have a remnant. Ninaye wa kumbadilisha katika kichaka. I came to tell you today. Nimekuja nikwambie leo. Refresh your screen. Fanya upya screen yako. Refresh it. Ifanye upya. There's an update. Na uone upya. Look at yourself. Utaona kitu kipya. Utaona. Utaona milionea, wewe ni tajiri. Wewe una shamba, una mali. Come on and give the Lord a praise. Patie Bwana sifa. Hallelujah. The problem is shida ni that you don't go to God. Wewe au mwendei Mungu to be refreshed. Kufanywa upya. So he can refresh your screen. Ili akafanye upya screen ya kwako. What he gave you last year. Kile ulifanya mwaka jana. What you went through last year. Kile ulipitia mwaka jana. You have progressed. Umepiga hatua. You're on another level. Uko kiwango kingine. You're on another frequency. Uko katika upeo mwingine. You hooked up with the algorithm. Uko katika mtiririko wa Mungu. Na Mungu anasema. To tell this conference. Katika kongamano hii. That I release. Ninaachilia. The algorithm of heaven. Ninaachilia uchumi wa mbingu. Chochote utakacho. Pokea. Come on, take it. Ichukue. Come on, take it. Imiliki. Oh mama, shake it rabasa. Shidi di bila. Shadala. Oh nani diye shake it rabasa, shake it rabasa. Sheketa lakada shadaba. Hinda diye shake it rabosha. Let me show you something. Nikuonyeshe jambo. Apostle, I teach on the algorithm. Ninafundisha algorithm of wealth. Nafundisha juu ya mtiririko wa mali. Do you not know there's certain times? Unajua kuna majira fulani in the natural. Katika hali halisi. If you invest certain things. Unaegeza baadhi ya vitu fulani. A stock person watch it. Na mtu fulani anaangalia. And they know when it is getting ready to go up. Na wanatazama, kuna watu wanakagua, wanaona kuna wakati inakaribia kupanda juu. They watch it. Wanaangalia. When they know it's getting ready to go down. Wakijua inataka kuteremka. Do you not know? Je, ujui? The algorithm of heaven. Katika huo mfumuondoko wa mbingu. He will begin to speak to you. Ataanza kukuongelesha. And he says he daily load you with benefits. Anasema atakujaza na faida. All he wants you to do. Anachotaka tufanye. The reason why he tells you to pray without ceasing. Kisudi ya yeye kuambia omba pasi kukoma. Because he needs you to be in constant communication. Kwa sababu anataka uwe katika kuongea na Mungu kila wakati. And this week, na wiki hii, heaven is going to invade earth. Mbingu itavamia ardhi. You're getting ready to. Uwe tayari kuona. He says you pray. Sema umeomba. Because I need you. Kwa sababu nakuhitaji. To be in direct communication with me. Uwe katika hali ya sawa ya mahusiano na Mungu. I give you the power. Ili ninapokupa nguvu. But I'm about to give you the knowledge. Nikiwa tayari kupa ufahamu. And how to get wealth. Jinsi ya kupata utajiri. I'm going to release to you. Nitakuachilieni the strategies. Ufanisi. Of how to obtain the wealth. Jinsi ya kupokea mali kwa ajili ya ufalme wa Mungu. And then he puts the supernatural on. Paka uvalie ile haki kiungu. The Lord told me. Bwana kaniambia. He says you have $500. Unataka dola ngapi? Now this is in my prayer time. Ini wakati wangu wa maombi. We are so used to tumezoea praying for financial breakthroughs. Kuombea upenyo wa kifedha. And then get up from prayer. Kisha tunatoka kwa maombi. And then just go on our day thinking. Na tunaendelea kuangalia. God is going to crack the sky.
kwamba hii pesa itatoka wapi ama credit itatokea pesa aje. That I'm about to mess you up. Aliniambia kitu ambacho nataka kuambia chenye nguvu zaidi. Nitafakari mimi day and night. Usiku na mchana. That means that after you get through praying, anamaanisha ukishaingia kwa maombi, sit there for a moment. Keti hapo kwa muda, so tulia. So God can download to you. Ili Mungu aachilie kwako. How to make money. Namna ya kutengeneza fedha. For the kingdom of God. Kwa ufalme wa Mungu. Do you not know? Je, haufahamu hii? God knew exactly what was going on with Joseph. Mungu alijua yote Yusufu alikuwa anapitia. His brother's hatred for him, kuchukiwa na ndugu zake, was just a means, ilikuwa tu ni njia, to be in position, ya kuwekwa mahali, to save a whole nation. ya kuokoa taifa nzima. You going through hell. Wewe kuenda jehanamu. You being rejected. Kukataliwa kwako. You being an outcast. Kuwa wewe upendwi. Was just a means. Ni njia. For you to save your entire nation. Wewe kuokoa taifa lako nzima. And so. Kwa hivyo. I was in prayer. Nilikuwa kwa maombi. I'm going to show y'all how I pray. Nikuonyesha vile naomba. And I want you to just touch yourself. Say, I'll never be broke another day. Sema mimi sitakuwa mfukara wakati mwingine. I was in prayer. Nilikuwa kwa maombi. Apostle. And as I was in prayer, nikiwa maombi, the Lord says you have $500. Bwana akaniuliza uko na $500? Yes. Nikasema ndio. He says he gave me the name of this stock. Akaniambia ipatie jina ya soko ya uchumi. Put the $500 in there. Weka hizo $500 mpo. Let it stay in there. Ikae hapo. For at least 6 months. Kama miezi 6. But in the 6 months, mwezi wa 6, I got an update. Nitakuwa nimeifanya upya. He says you need to go into your stock. Ingia katika soko yako ya biashara ya stock. Na utaona imeongezeka. Take out the funds that you made. Weka zile uliweka, ondoa. So I thought, Apostle, kwa hivyo najua mtume, it was going to be about, $700. Itakuwa kama $700. Maybe $1,000. Ama $1,000. It was $13,000. Ilikuwa $13,000. God said, Mungu akaniambia, take it out. Iondoe. Because it's about to drop. Maana inaenda kuanguka. This is what God means, Apostle. Hivi ndivyo Mungu anamaanisha. That when he says to you, anapokuambia, I daily load you with benefits. Nitakuachilia faida. I daily load you kila siku with the knowledge. Ninakujaza na faida. To get wealth. Na kuweka nguvu ya kuwa mbinu. To get wealth. Ya kuwa tajiri. So I took the monies out. Nikachukua zile fedha. He said leave the $500 in there. Akaniambia acha $500. Don't close that account. Usifunge hiyo account. So yesterday, jana, I was showing someone, I was telling someone, you need to get into this. Unahitaji kuingia kwa hili. And yesterday I put the $500 back a couple of months ago. Jana nilirejesha ile 500 miezi kadhaa. And now it's $8,000 in it. Sasa ni $800. So you got to be able. Unapaswa kuwa una huo uwezo. When you're taking over. Wakati unamiliki. The Holy Spirit is strategic. Roho Mtakatifu anafundisha. You got to be able to know his voice. Lazima uelewe sauti ya Roho Mtakatifu. He will not, come on. You have to know his voice. Lazima ujue sauti yake. When you're dealing with the economic system. Unaposhughulikia masuala ya kiuchumi. Because he's trying to make you. Maana anataka kukufanya. The financier. Wewe uwe ndio the kingdom of God. Wa kudhamini kazi ya Mungu kwa fedha zako. And so this is what I do. Hivi ndivyo mimi hufanya. I'm praying. Naomba. I'm seeking the face of the Lord. Natafuta uso wa Mungu. And so I sit there. Kwa hivyo ninaketi pale. And I meditate on God. Ninatafakari kwa Mungu. So let me show you something that's different. Nikuonyeshe cha kingine tofauti. Most Christians, Wakristo wengi, most believers, waumini wengi, when they are praying, wanapoomba, they're praying for their needs. Wanaombea mahitaji yao. They're asking God for stuff. Wanauliza Mungu wawape vitu. And you've been doing that for years. Na umefanya hivyo miaka nyingi. Can I tell you what the Lord told me to tell you? Kwambie kile Bwana aliniambia niwaambie. Boring. Ina bore, inachosha ama inakera. You are wewe an ambassador ni balozi for God. Wa Mungu.
You're here on this earth uko hapa duniani to execute kuyasababisha his laws, sheria ya Mungu, his judgment, mahukumu and ya his Mungu economy. na uchumi wa Mungu. So, Kwa hivyo if I am a visitor kama mimi ni mgeni for the president and his wife, kwa rais na mke wake, they would normally bring the chief of staff in to my room as to meet with me. wataniletea mkubwa anayetawala And they would say to me, maskani yao aje kutana nami, let me give you the agenda for tomorrow. na ataniambia wacha nikupe ratiba ya kesho. And then they will brief me. Atanipa kwa utaksari. Because I am the visitors, I am now under their jurisdiction. Mimi ni mgeni I am wao, representing them now. kwa hivyo niko chini ya So utawala they wao. brief me Watanipa kwa and give mtasara, me their agenda. wanipe masuala ninayopaswa kuyashughulikia, Because we come from heaven maana tumetoka mbinguni and we are an ambassador na sisi ni mabalozi for God. wa Mungu. He wants you to meditate and sit down Anataka uketi so he can utafakari brief you, ili akupe so he can give you the habari, agenda akupe agenda zake that's on his calendar, iliyo katika not kalenda on yako, your calendar. sio kalenda yako. So the scripture says, Ndio maana Biblia inasema the Father knows what you have need of Baba anaelewa unachokihitaji before you ask. kabla hujaomba. What he's really saying to an ambassador, Anaposema wewe ni balozi, you don't have to spend a lot of time asking me for nothing. hauhitaji kumuuliza vitu, I already know. najua tayari unachokitaka. But go to me Kwa hivyo njoo kwangu and ask me na uniulize what is on heaven's agenda mbingu inakusudia so that nini, I can execute it. ili niweze kutimiza On the hiyo earth. katika dunia. Because when you take care of the Father's business, Maana ukishughulikia shughuli za Baba, he will take care of you. atashughulikia ya kwako. So that's why he says, don't worry. Akaniambia basi If you're usifadhaike. busy doing kingdom business, Ukiwa unashughulikia masuala ya ufalme, you don't have to worry. hauna haja ya kujisumbua. So I needed to get airline tickets Kwa hivyo nilihitaji kupata tiketi za ndege this particular time. wakati huu. But I didn't go to God, Apostle, Sikuenda kwa and Mungu ask him na kumuuliza to help me get cheaper tickets. anisaidie nipate iliyo ya I bei ya went to rahisi. God. Nikaenda kwa Mungu And said, what is on your agenda? nikamuuliza, unataka What tufanye happened nini? in the courts of heaven? Mbinguni kunatakiwa That tufanyike nini? I'm your ambassador. Mimi ni balozi wako, I'm your spokesperson. mimi ndio What is utakuwakilisha. on your agenda Ajenda yako ni that I ipi? need to execute? Ili And nikaitimize. then he downloads to me Ananipea things that I need to do for mambo that nipasayo day. kuyafanya leo. And guess what? Na unajua It nini? has nothing to do with me. Haina shughuli, hainihusu mimi. And so I schedule my day Kwa hivyo nikataandaa mtatalo wa siku according to yangu heaven's agenda. kulingana na mchakato wa mbingu. Mbingu inatakaje? And right in the middle Katikati yayo of me executing one of his agendas, nikitimiza moja ya ajenda the zake, Holy Spirit says to me, Roho Mtakatifu ananiambia, get on the computer, ingia kwenye go on tarakilishi, this site, enda kwa and buy mtandao your huu, ticket. nunua tiketi zako. I get on the computer, Ingia kwa kompyuta I yangu, see the business class, nikaona biashara, but kadi the ya business biashara class ticket is the inasema same amount as an economy ticket. inapeana kama ile ya economy, tiketi Because inauzwa the hivyo. Father knows what you have need Ni kwa of. sababu Mungu anajua kile unachokihitaji, anajua mahali ulipo. Haleluya! Is this making sense? Is Unaelewa? this making Lakini sense? Is this making sense? je, unaelewa hili tunalosema? So God would speak to me. Let me give you an example. Mungu akaniongelesha, acha nikupe mfano. What's on your agenda today, God? Una ajenda gani binti yangu? Israel and Gaza, Israeli na Gaza they're trying to bring forth a world war. wanajaribu kuleta vita katika ulimwengu. I'm concerned. Ninasikia inanisumbua. Get the intercessors together. Wakusanye waombezi pamoja. I need y'all to pray. Nahitaji watu waombe. So let me show you what an intercessor is. Nikuonyeshe An muombezi kazi yake ni intercessor nini. is a weapon. Yeye ni silaha. Come here, young lady. Hurry up. Come here. Mmoja wenu akuje haraka. Hurry up. Come here. Come Njoo here. haraka.
So here, Sasa huyu here hapa is the war kuna going vita on in Gaza inaendelea Gaza between Israel. kati ya Israeli na The Bible Wafilistini. says Mungu anasema no weapon formed. hakuna silaha It didn't iliyofanywa. say it was not going to form. Hakusema haendi So kufanya. now this is formed. Hii ishaundwa. Here's the intercessor. Hapa kuna So muombezi. when you pray, Wakati unaomba, your prayers maombi come yako towards me. kunikaribie. Maombi yako inazuia. Maombi yako inasukuma. Maombi yako inasukuma. Until you go all the way down. Unaweza rudi. I just intercepted. Nimezuia. Nimefanya kuzuia. So whatever the enemy wanted, he formed. Kwa hivyo kile adui alitaka kiweze kufanyika In America, kule Amerikani, during the desert storm wakati wa zile storm they had ama this mawimbi na weapon dhoruba zinapofanyika, called the Scud missile. ambayo inaitwa Scud And missile. the Scud missile, Na hiyo Scud missile, when the enemy will try to send the missile, adui anapojaribu to Israel, kuachilia silaha yake ingie the Israeli, Scud missile Scud missile had yao all the data, iko na data and it was yote, able to capture it before it landed ina uwezo wa and destroy kuikamata it in the air. kabla ijaingia na That's what kuiharibu. intercession does. Sasa hiyo ndio kazi You ya go muombezi. in, and Anaingia wherever the enemy tried chochote to adui fall, anajaribu kuachilia, unakamata, oh, come on and give the unaharibu. Lord a praise. Hallelujah. So when you see Kwa hivyo wakati poverty unapomiliki in a mali nation, katika taifa, when you see ukiona a recession, hali ambayo ni kama upinzani kiasi, you could automatically know hali ambayo inazusha uchumi, unaweza kujua that the intercessors waombezi don't have the concept hawana ni of kuelewa what their kunaendelea nini, assignment was. kazi waliopewa hawaelewi. Because before poverty would come, Maana kabla umaskini hujaingia, God will wake the ambassador up Mungu atamuamsha and say balozi poverty is trying to take the land. na kumwambia umaskini Wake unajaribu up. kuvamia nchi. Amka, Get up, intercessor, inuka and mwombezi, begin to pray. anza kuomba. And so when poverty comes at the door of Umaskini Kenya, unapoingia katika the mlango ya prayers Kenya, go up maombi yako yanaenda and knock juu it out the na park kuipinga and isitimie kill it before it even na hit Kenya. kuiangamiza kabla ijaingia kwa nchi. Are y'all getting this? Unanielewa? So when you get heaven's agenda, Unapopata ajenda ya mbingu it's totally different than your regular prayer. ni tofauti na vile utaomba maombi ya And kibinafsi. you know what I found out, Unajua Apostle? nimegundua nini? I didn't really have to pray for nothing Kwamba sitahitaji kuombea tu chochote. because I was so busy taking care of kingdom business Nilikuwa na shughuli sana kushughulikia that masuala ya everything ufalme, that I needed, na kila chote nilichohitaji He put it in place. anaiweka mahali nahitaji. If you need a healing, Kama unahitaji uponyaji, so the thing is that we have not been praying properly. hatujakuwa tukiomba inavyofaa. Why do you think Unafikirije Elijah Elisha was able aliweza to tell the king, kumwambia mfalme they planning a coup? kwamba wewe They getting jiandae, ready. I'm going to tell you where they're going to be. jiandae, nitakwambia wako And the wapi, prophet gave wanapanga him kuchukua. details. Nitakupa kila habari ya wanayoyapanga. Where do you think he got the details from? Unafikiria Elisha alipata habari hizo za mpango In his yao ya prayer kuwa time. katika maombi? As an agent for God, Kama balozi wa Mungu, God began to download to him Mungu alianza the kumpatia strategy of the enemy. mbinu ya adui. And so the king said in the other nation, Mfalme wa ile nchi nyingine akasema, said, we must have a traitor. lazima tuna mtu anayetusaliti Somebody's miongoni telling mwetu. all our business. Ni nani anayepeleka siri zetu kwa And adui? somebody stood up and say, no, Mtu akasema la, there's a sivyo. prophet Kuna nabii wa Mungu that's in the land. katika nchi hiyo. And God is showing him everything you are saying in your bed chamber. Mungu anamwambia yote uyasemayo katika chumba chako cha siri. And that's why they were never able to conquer that kingdom. Ndio maana hawakuweza kumfikia mfalme na kumwadhiri. How many of you know you have an assignment?
Wangapi wanajua kwamba unayo kazi umepewa na Mungu? We have here? Na wangapi waombezi tuko nao hapa? You're here. Uko hapa Because let me tell you this. Ndio nikwambie hivi. We missed this. Tunakosa hili. In Genesis 1. Mwanzo 1. God said. Mungu alisema. Come here. I need subdue. Come here. Nataka utiishe. Nataka utawale. I need dominion. Come here. Utawale. Another person come. I need. Mtu mwingine akuje. That's she's subdued. She's dominate. Huyu nimemtawala. I need multiply. Ninahitaji kuzidi ama kuongezeka. I need be fruitful. Nahitaji kuzaa zaidi, kuongezeka. I need another one replenish. Ninahitaji niendelee kuijaza nchi. Now all of this hawa wote is in your kingdom dominion, in your kingdom DNA. Wamebeba chembe ya ufalme. Is for you. Ni kwa ajili yako. That's available to you. Wanapatikana kwa ajili yako. So when God gave us this mandate, Mungu alipotupa amri hii, he can't go back on his word. Mungu hawezi kurejelea neno lake alilolinena. Wewe ndio umepewa mamlaka sasa. So here you are. Sasa hapa wewe uko. Apostle Suni, I want you to come. Apostle Subinjo. Let me get out of the way. I want you to stand right in front of them. Usimame mbele ya hawa wote. So apostle, sasa mtume, you turn around, stand. Geuka angalia mbele. See, this is surrounding you. This is availability. That's what you have. Hizi zinapatikana kwa ajili yako. So he's in prayer. Yeye yako kwa maombi. God downloads to him about this meeting. Mungu anampatia kuhusu mkutano huu. Where's your staff? The people work with him. Baadhi ya watu naofanya kazi na wao wako wapi? Wachache wakuje. Y'all stand next to him. Kujeni msimame karibu na yeye. And let me tell you something. Nikwambie ni kitu. Every one of my sessions, I got a lot of stuff from heaven. Is going to teach you about managing what's about to happen with you finance. Kila majira yangu ya kufundisha nitakuonyesha undani wa mambo mengi inayokuhusu kiuchumi. Prosperity in your own nation. Maana inamaanisha lazima uende katika hali ya kumiliki katika nchi yako ufanikiwe. So he tells you this vision. Anakuambia maono haya. Y'all get together. Mnaingiana pamoja sasa. You have this meeting. Sasa mko na huu mkutano. Let's just say you ain't got one dime. You start from zero. So, nothing. Wewe hauna chochote, hauna kitu, uko sufuri. He's telling you where you going to have it. Anakuuliza who you going to have. Utakuwa na nini? Call all the speakers. Waite wahubiri. He's just getting a download from heaven. Anakupatia kutoka mbinguni. Don't have a dime. Kile utafanya. I want you to speak at my conference. Nataka unene katika kongamano langu. And he's sitting up there, oh Lord, I don't know how we going to do this. Anakuuliza utafanyaje? But I must be obedient. Lazima nitii, nitafanyaje hili? He gets with his committee. Wakati ana mkutano unaenda. This is what God says. Hivi ndivyo Mungu anasema. So here they are. Obedience. Utiifu. And he says, anasema, for the purpose of this, kwa kusudi hili, angalia, is God's kingdom. Mungu anasema ni ufalme wa Mungu. And what is happening in our nation. Kinachofanyika kwa taifa letu. Because we didn't come here to go shopping. Hatukuja hapa kwenda kutembea kununua vitu. And apostles and send people your way. Mungu ameleta watu chini ya mtume. It's something that has to shift in your nation. Kuna kitu Mungu anataka kufanya katika nchi hii. Listen to this. Nisikilize. So they get to phase 1. Wanaanza awamu ya kwanza. Whose multiplication? Ambayo ni ya kuongezeka. Stand in front of them. Aliyeongezo. So they started with 0, here's multiplication. Walianza bila kitu, sasa hiyo ni ongezeko la Mungu. Somebody comes and say, Apostle Sonia, God told me to give you this for the conference. Mtu anatokea anasema Mungu aliniambia nikupe hii kwa kongamano. So God is waking up people. Mungu anaamsha watu that are supposed to sponsor. Kuna mtu anapaswa kudhamini this vision. Maono haya. And it's just not coming in addition. Na ikuji tu katika hali si nyongeza bali ni ongezeko. Then he says we need this, we need that. So fruitfulness come in. Come on, fruitfulness. Mwingine anakuja ambaye ni wa kuzalisha. So there's going to be fruit that's going to come out of it. Anasema ndani yake kutatokea uzao.
they say to him, anamwambia you got to have the monies, a certain utahitaji amount of money to put on this property, to put a down payment on the property, and they don't have it, but they don't let nobody know that they don't have it. watahitaji fedha za kuweza kuwezesha ili lifanyike, lakini hawana fedha, anataka yeyote ajue. Mwingine anakuja. So Dominate comes, yule wa kutawala anakuja, and tell the owner of the property, anawaambia wote wenye ile mali, you know you don't own this anyway. Unajua wewe hauna hizi vitu, sio zako. Call them back and tell them they can have the property. Yaani ni kama niko nayo lakini sio kwamba ninayo. Because they're here to dominate. Tuko hapa sisi kutawala. Somebody clap your hands because you're here to dominate. Kama uko hapa kutiwisha na kutawala, piga makofi. Then all hell break loose. Wote wana habari njema. People acting up. The county where it used to be. Wajue. Everybody having a conference. How are we going to do this? Tutafanyaje we got all hili? this going on. Hili taendeleaje? And the Lord said, hold on. Subdue, come here. Hello. Mwingine anakuja. So subdue is here. Huyo ni wa kutawala ama kutiisha. Goes in and take what they need. Anakuja na kuchukua wanachohitaji kwa kongamano hii. Whatever's been stolen from them, chochote waliibwa, walinyanganywa, waliporwa, where is people praying against them, chochote kiliwekwa kinyume nao, goes into the kutiisha anakuja kwa madhabahu ambayo imeombwa kinyume na madhabahu na inaitiisha. But now you got the conference rolling. Sasa unaanza kupata conference imeanza kuendelea. Some of you had to give some of your money. Hivyo mnaanza kupeana. Some of you gave your own money. Wangapi mmepeana fedha? Some of you had to. So God says, I got one more thing to give you. Mungu anasema jambo lingine moja la kuwapeni. Come here, replenish. Ongezeke. For everyone. Kila moja. That's so into this meeting. Aliyeegeza katika mkutano huu, I will replenish them. Nitawaongeza. Replenish. Nitawapa. Replenish. Come on. Replenish. Replenish. Kuwe na utele. Replenish. Utele. All of this yote is here. Iko hapa. Is available to you. Inapatikana kwa ajili yako. Now you understand. Sasa unaelewa. When God says, don't worry. Mungu anaposema usijisumbue. He says, don't worry. Anaposema and you sitting there, what you mean don't worry? Usihangaike, unauliza unamaanisha nini usihangaike? Mungu anasema usiwe. There's more for you. Kuna nyingi kwa ajili yako. And it's against you. Na ingine kinyume nawe. So don't worry. Usijali. In fact, rest in me. Tulia ndani yangu. Because if I could take care of the lilies of the field, maana kama naweza kushughulikia majani ya kondeni ambayo yapo na kesho yako, nitabadilisha taifa lenu. Umaskini utaondoka, muwe mfanikiwa. Mpatie Bwana sifa kama umeelewa. Asanteni. Asanteni sana. Let me bring this to an end. He says, anasema, don't worry. Usiogope. You see a house that you want? Niko na chote unachotaka. Can I tell you something, Apostle? Nikwambie kitu mtume. The Lord told me to tell you this. Bwana aliniambia nikwambie hili. He says many times we're interceding for the wants. Wakati nyingi unapoomba kwa ajili ya mahitaji, we're busy interceding for all needs. Unaombea mahitaji yote. But the Lord said, Bwana anasema, I'm about to bless you. Nitakubariki. And everybody that's connected to you. Na kila aliyekuunganika nawe. I'm going to give you desires now. Watakuja kutimiza haja ya moyo wako. God says to tell you, and I'm using him to tell Bwana ameniambia nimwambie na mtumia yeye. That you've been fighting so hard. Kwamba umekuwa ukipigana sana. For God to meet your needs. Mungu aitimize mahitaji yako. He says you haven't even thought about. Wewe hujajiwaza hata. Me wanting to give you your desire. Mimi nataka nikupe haja ya moyo wako. He said, I'm about to take you through a season. Nikupeleke katika awamu nyingine ya majira mengine. That you will have no need. Hautakuwa na mahitaji. I say you'll have no need. Hautakuwa muhitaji. You'll have no need. Hautakuwa muhitaji. You will have no need. Hautakuwa na hitaji lolote. Then you will be able to concentrate on God giving you his desires. Umemakinika naye Mungu anakupa haja za moyo wake, anakufunulia.
God says, I will give you the desires of your heart. Anasema nitakupa haja za moyo wako. But we've been so busy Unaweza kuwa una shughuli sana, fighting to get our needs, tunapigana that we haven't even been in the season. maana inatuchelewesha kuingia kwa wants to wakati give you ambapo your Mungu desire. anataka kutupa mahitaji ya Come mioyo on and yetu. give God a praise for Mtupatie Mungu releasing. sifa. Thank you. All of my sessions, thank you. All of my sessions is going to empower you. Thank you, Apostle. Mungu anaenda kukutia All nguvu. of my sessions, they're going to be, they're designed to show you how to take over the economy Majira yale system. nitasimama, Mungu atakuwa anakupa nguvu na that uwezesho, all right? akupe ufunuo ya jinsi ya kupata utajiri na There's an rasilimali. anointing. Kuna upako, So I need you to do something. naomba ufanye jambo. It's not going to take long. One of the things that God has to deal with is He always deal with the seed. Wakati wote kuna jambo Mungu hufanya na mbegu. And let me tell you something. Na nataka nikwambie kitu. God has already assigned the people to this meeting to make Mungu sure the ameshaweka budget has been met. jukumu fulani kwa watu ambao watachukulia majukumu katika washa hii ama kongamano hili. So the Lord said, Neno la Mungu lasema, let me see the business owners now. hebu nione wanaofanya Stand to your biashara, feet if wana you own a biashara, business. unafanya biashara, uko na biashara, una biashara, simama. I hope you got another revelation Ninatumai unapokea and ufunuo. how you need to handle your business. Ni namna gani unapaswa kuendelesha Take biashara care yako. of his business, Biashara yake and he'll make sure everything you need, uishughulikie, naye atashughulikia Take care ya of you. kwako biashara. he'll take care of you. Yeye atakushughulikia yako, ukishughulikia yake. You're going to run into so many things Utajifundisha mambo mengi taking care of God's business ya kushughulikia biashara za Mungu than you could ever pray for. kuliko vile unaweza kuiombea. I used to wonder why so many people, certain people would just don't worry about nothing. Nilikuwa Because najishangaa they na kujiuliza understood kwa nini watu wengine Their wajisumbui na kingdom lolote. assignment. Wao wameshika kazi ya ufalme, ndio Did you biashara know yao. who was trying to get us to that point was Dr. Miles Monroe? Unaelewa nani alikuwa He used to anatengeneza say ufalme stuff wa like this. Miles Monroe? Oh, I Mkutano. never pray for my needs. Yeye alikuwa anasema sikuwa naombea mahitaji I yangu. just take care of his needs. Mimi nafanya tu biashara ya Mungu, And I thought that was weird na baada ya nikishafanya mapenzi because I yake, know the hours I spent praying. maana najua ni masaa ngapi nimetumia To get a kuomba, breakthrough. kupata upenyo. Now, if y'all notice something, Sasa tambua, nothing involved the devil. hakuna chochote shetani anahusika nacho kwa. Did you notice that? Unajua hivyo? I didn't have to pull down no spiritual warfare. Nitaenda kukupatia upenyo hizo vita unazopigana nazo. Because when you get a download from heaven Maana unapounganika na mbingu and God tells you to do something, na Mungu anakuambia kufanya kitu, the enemy knows adui that he anajua, can look at you anaweza akakuangalia and see God's handprint on na it. akaona nguvu za Mungu kwako. Are y'all getting this? Sikize, He sees God's handprint on it. anaona mkono And wa he knows Mungu. he can't touch it. That's why he couldn't touch Job. Ndio maana angeweza Because kuguza God's Ayubu, handprint was on it. maana mkono wa Mungu ulikuwa juu ya Ayubu. When you delight yourself in so much in the God, Unapojifurahisha kwa utele ama mambo yote ya Mungu, even people who go on the altar hata watu wanaoenda kwa madhabahu will find themselves falling on the altar. watajikuta wanaanguka kwa madhabahu. A lady came up to me, well, a Mwanadada relative moja came up to me one time Alinijia wakati fulani and said to me, akaniambia, I tried to put voodoo on you nimejaribu nikutupia for uchawi wa years and voodoo years, kwa miaka and it backfired that her hair was falling out. na inanirudia, nywele zake zilianza I didn't kudondoka. even know she was trying. I was just Mimi trying to hata live. sikujua anajaribu kunirushia uchawi. I was too busy living Nilikuwa holy. tu ninaendelea kuishi maisha yangu ya utakatifu. Because they can't touch you. Maana haiwezi ikakufikia wala So kukugusa. now, Kwa hivyo sasa, as you begin to ask God, what's his strategy unapoanza kumuuliza ana ajenda gani na mpango gani for the business that he's giving you? biashara ambayo amekupatia, Because it has to be connected to the kingdom. maana lazima iwe imeunganika na mbingu. He will give you the strategies. Atakupatia mbinu.
And no matter what's happening around you, na ijalishi kunafanyika nini mazingira yanayokuzunguka, in your nation, katika nchi yako, your business, biashara yako will always prosper. siku zote itanawiri. Because his handprint Kwa sababu mkono wa Mungu is on it. uko juu yako. Are y'all getting this? Sasa elewa hii. So right now, God is releasing recompense Sasa hivi Mungu anaachilia to malipo every last one of you that had droughts, kwa kila mmoja wetu. that it looks like your business was going Inakaa ni under. kama biashara yako He's inashuka. activating recompense, Anaanza kuirejesha so that multiplication, na kusababisha so maongeo that you could dominate that ili area, uweze kutawala so you eneo, can subdue, ili utiishe so maeneo, that you could be fruitful. ili ukaweze In kuzalisha the name zaidi of Jesus, katika jina la God Yesu. has resurrected your business Mungu this anafufua day. biashara Now yako. what you need to do is praise Him Kile for it. unahitaji ni kumsifu Bwana. Come on, praise Him for it. Patie sifa zaidi. Praise Him for it. Patie sifa zaidi Bwana. Praise Him. Msifu. I want you. Nataka wewe. I need to hurry up. I need to get this out of the way. I Nataka- want those of you, Nataka baadhi yenu you've been experiencing poverty, umekuwa unahisi umaskini, and you've seen poverty in your nation. umaskini katika nchi yenu. We're getting ready to take care of that right now. Sasa tunahitaji kushughulikia hilo sasa. I want those of you that want to stand for your nation, Nataka wale mnataka kusimama kwa nafasi kwa taifa lenu ama nchi yenu, that God will go in and create jobs, Mungu aingilie katika na kulete kazi ama ajira, that He will release cows and chickens, aachilie ng'ombe, kuku, that there will be no one that's dealing with poverty. ili kusiwe mtu yeyote maskini. Can I tell you something? Nikwambie, Everybody thinks America is so blessed watu wote wanafikiria Amerika imebarikiwa sana, because the poverty that we call poverty, maana y'all, kile tunaita umaskini you look at that unaiangalia and you be like, that's not really poverty. na utasema hii kweli si umaskini kabisa. The worst thing America did Jambo lile Amerika ilifanya ovu was when they created social systems, ni wakati walitengeneza hiyo social system, because they birthed lazy people. maana walileta watu maskini, They birthed people that did not allow purpose to come forth. watu ambao hawakuruhusu makusudi yaende They mbele, depended on the government, wakawaingiza katika and so serikali, they just sat there wakakaa and pale had a bunch of babies na wakuwa tu and watoto, never fulfilled their purpose. hawakutimiza kusudi na lengo la Mungu. But if they had pulled away that social system, Lakini wangetoa hiyo social system if they had to fend for themselves, na wajitafutie, the real them would have came out kitu cha that, halisi kingechupuka that ndani is mwao creative. na And kingeubika, God would have caused them to own their own na Mungu business. angewasababisha wawe na biashara zao wenyewe. But when you're used to somebody giving you something all Lakini the time, ukizoea mtu anakupatia kitu kila wakati, you were never designed hautawahi tamani to sit and have a handout. kutafuta na uwe na kitu cha You kikwako. were designed Uliumbwa to multiply, kuongezeka, to subdue, kutiisha, to dominate, kutawala, to replenish, kuzalisha, to multiply. kuongezeka. Everybody should be standing for their Kila nation. mtu simama, kila mmoja anahitaji kusimama kwa ajili ya taifa lao. Because this is what I'm going to do today. Hili ndio nafanya leo. We're getting ready to intercept Tunataka kuingilia kati, kuzuia whatever the enemy has tried to come against this chochote nation adui anachojaribu kuleta katika nchi hii and the nations represented here. na mataifa ambayo yamewakilishwa mahali hapa, And what has been done secretly kile ambacho kimefanywa kwa siri to cause disturbance in this nation, kusababisha kusiwe na udhabiti katika taifa hili, you will be exposed. wewe itaenda kufunuliwa. We pray, Tunaomba, whether you believe, we pray for the president of this nation, naombea rais wa taifa hili, the one that God allowed to be there. yule ambaye Mungu We ameruhusu kwa pray for wakati his huu awe. protection, Tuombe ulinzi wake, his family, familia and yake, that scripture. na kuna He said, pray for those who have rule over ile you, nasema waombeeni so that the wanaotawala land will be peaceful. ili watawale kwa kuwe na amani. No coup,
Hakuna mambo ya kubadilisha ama fujo. No disturbance. Hakuna kutokuwa na utulivu. Apostle Suni, this is kingdom business. Wangapi wanajua Apostle Subu, hii ni jambo la ufalme wa Mungu? Intercessors, waombezi, we're going into intercept. Tunaenda kuingia kati na kupinga. How many are ready? Wangapi wako tayari? Tunaingia katikati, tunapinga kila hila ya adui. We're going into take over. Tunaenda kumiliki. I prophesy to your land. Ninatabiria nchi yenu. That even if it don't have any rain, hata kwamba haina mvua, the flowers will grow. Maua yataota. The fruits will grow. Mazao yatazaa. Everything on that farm will begin to grow. Kila kitu katika shamba lako litakuwa. You will have the most prosperous year you ever had. Na mwaka ambao hujawahi kuwa nao wa mafanikio. I prophesy right now. Natabiri sasa. What belongs to you and your lineage that was stolen, kile kilicho chako ambacho kiliibwa, is coming back in your hands. Kinarudi kwako. Right now in the name of Jesus. Sasa kwa jina la Yesu. I prophesy right now. Na kutabiria sasa. This will be known as a nation. Hii itajulikana kama taifa. A peace. Ya amani. Prosperity. Ufanisi. They will come to this place. Watakuja hapa. From the east. Kutoka mashariki. The west. Magharibi. The north. Kaskazini. And the south. Na kusini. And they will want to stay here. Na watataka kukaa. Because of the prosperity. Kwa sababu ya ufanisi katika mahali hapa. The Lord said, Bwana anasema, I'm causing the land. Nasababisha nchi. To yield to you. Kukuzalia mazao. It is going to yield to you. Nchi itazalia mazao. I need somebody who's in the banking system. Who's in the banking system? Nahitaji mtu aliye katika anafanya kazi na bank. Come stand right here. I need somebody who's in the technology. Nahitaji mtu wa technology IT. Real quick. Teknolojia anayefanya mambo ya teknolojia. Turn around to your congregation. Karibia angalieni. I need somebody right here who's in the medical system. Nahitaji mtu aliye katika I need somebody who's in agriculture. Agriculture. I need somebody who's a musician. Nahitaji muimbaji. Or you're in the entertainment field. Uko katika uwanja huo wa kutumbuisha. I need somebody who's in education. Nahitaji mtu katika elimu. I need somebody who's a consultant. Nahitaji mtu ambaye ni consultant, mtu anayeulizwa mashauri. I need somebody who's in the garment industry. Nahitaji mtu katika industry ya ushonaji. I need somebody who's in the building. Mjenzi. You're in construction, you build. Unajenga majumba. Wewe ni fundi. I need somebody who's in the food industry. Nahitaji mtu katika industry ya chakula. Wewe ni mpishi ama mwana hotelia. Y'all can move down so they have enough. Tunaweza kusonga ili tutoshe. Let me give you this, Apostle. And I probably want to sing you this declaration here. Nikupatie tangazo hili ama we probably will be prophesying in another session, but right now I need to take care of this kingdom. Wacha nishughulikie ufalme huu sasa. Okay. I need to take care of this. Tushughulikie hii kwanza. I need people who take care of children. You're in daycare. You take care of children. Wanaoshughulikia masuala ya watoto daycare, kama uko pale njoo. God told me to tell you this. Mungu ameniambia niwaambie hii. I have a covenant with you. Nina agano nanyi. You're getting ready to see action. Mjiandae kuona matukio na matendo makubwa. But you have a responsibility. Ila ujue uko na wajibu. That when I bless you in these areas. Nitakapokubariki katika nyanja hii. That you will be responsible stewards. Wewe utakuwa I need those of you that's in the ministry. You have churches. Are you in the ministry? I need you to come up. Huduma ya kanisa njoo. God says to tell you this, that you're about to expand. Mungu akaniambia niwaambie hili ambalo mtalihisi. You're walking into your inheritance that's going to leave a legacy. Kutembea kwako katika urithi wako itakusababisha uache kitu cha kuridhiwa. He says don't despise small beginning. Usidharau mwanzo mdogo wako.
You're going to come together as a community. Mtakuja pamoja kama jumuiya ama familia with unity na umoja. He says to tell you this. Mniambia niwaambie hivi. Yes, you're in your takeover season. Huu ni wa majira yenu ya kumiliki ama kuchukua. I need people that's in law. Wana sheria. Laws about to change for the sheria zinaenda kubadilika katika eneo hili. Come. Kuja mbele mwanasheria. Your redemption draw nigh. Wakati wa ukombozi wako umekaribia. Apostle, mtume, because I know that you're ahead of this, the Lord told me to tell you to pray over. I'm telling y'all, I want y'all to listen to me. Nisikilizeni. Everything is getting ready to change. Kila jambo liko tayari kubadilika kwa ajili yako. When you go back into your village, ukirudi katika kijiji chako, go lay hands on the cows. Kawekelea mikono ng'ombe. Go lay hands on the fruits in the farm. Enda wekelea mikono kwa shamba lako vimea. Watch your mouth. Na uone. Guard your mouth. Begin to prophesy. Tunza kinywa chako, anza kutoa unabii. Everything that you touch and you will possess the land. Tell somebody you're in your takeover season. Mwambie jirani yako ni wakati wako wa kumiliki sasa. Apostle, who's your head intercessor? Ni nani anaongoza idara ya maombezi? But I want you to come up. Anayeongoza idara ya maombezi wa apostle aje mbele. It's you. It's two. Head intercessor. Him too. Yuko wapi? Aje. Kiongozi wa maombezi. Could y'all turn around and look at me seriously? Mnigeuke mniangalie. I want y'all to hear me. This is real serious. If you really get in the spirit, you'll know that there's a lot happened. How many of y'all felt the shift? Ingia katika roho utaelewa mengi yanafanyika. Wangapi wanahisi mageuzi? Mageuzi yanafanyika. The ground is yielding to you right now. Inchi inatiishwa kwako. When you get through, ukipenya, when we get through praying for you, I want you to go get a seed and bring it to the altar. Uanze kuombea madhabahuni. That helps meet the budget that God assigned at this time. Inamaanisha kuna kitu Mungu ameamuru kwa wakati huu. Waombezi niomba mkuje. Because now sababu sasa you got to go to God and tell God to download you what an intercessor is now. Unaenda kwa Mungu mwambie nipe kujua muombezi ni nini. You know how we used to doing it. Hautafanya vile umekuwa ukifanya. Speak it. This is kingdom business. Ni kazi ya ufalme hii. And it will begin to come to pass. Itaanza kutimia. You're there to intercept. Utaanza kuingilia. So I've already prophesied as a prophet. Nishatabiri kama nabii. That everything that you've been believing God for. Kila chote umekuwa ukimwamini Mungu kwa ajili yacho. Poverty will be of history. Umaskini utakuwa historia. It will be of history. Itakuwa jambo la historia limesha. Ready for it? Uko tayari? It will be of history. Itakuwa ni jambo limeshapitwa na wakati hilo. I want you to raise your hands because there's sasa an naomba mnyosheni mikono yenu. That's coming to you right now. Kuna upako and as soon as you finish, sasa. Go back to your seat and you can give an offering. Your seeds is being activated. Jambo limeshatimia, utarudi kwa kiti uchukue mbegu yako upande, mambo yameshaanza kutendeka. It's breaking off of this nation. Kuna jambo linavunjika juu ya taifa hili. It's breaking off of this nation right now. Kuna upenyo katika nchi hii sasa. Thank you, Lord. Asante Bwana. He's doing it for you. Anaenda mbele yako. It's breaking right now. Kuna vunjika jambo. You're an ambassador. Wow, God is downloading your assignment in the nation. Wajibu wa taifa lako. You will dominate. Utatawala. You will be fruitful. Utazalisha. You will multiply. Utaongezeka. You're being replenished right now. Utazalisha zaidi. In the mighty name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Come on. Inatimia. Father, we anoint these intercessors that they begin to intercept. Wanapoanza kuomba, they're intercepting. Wawe na upenyo. Whatever trying to prosper in this nation. Katika nchi hii. We pull it down. Tunavuta kila anga ya uzito. We come against. Kuja kinyume. Anything that's been trying to come against this nation secretly. Chochote kinachokuja kinyume na taifa hili. God, you will expose it. Bwana atakiweka wazi. You will expose it. Atakifichua. We break the back of poverty. Tunavunja nguvu ya we break the back of
poverty. Tunavunja roho ya umaskini. It will not prosper. Haitaendelea. Not in this nation. Katika nchi Not hii. in Ethiopia. Katika Not in Ethiopia. South Africa. South Africa. Not in Tanzania. Hata Not in Tanzania. France. Inavunjika. Not in the world. Haitaweza. It's happening right now. Inavunjika. It's happening right now. Ananiambia inavunjika. Shiriri baladish. Shiriri balada. Download to us, God, the strategies. Umaskini, Lift up the ufanisi. president and his family. Ufanisi unaachiliwa. Inaingia. Watch over this nation. Inaachiliwa. In the name of Jesus. Kwa jina la In the Yesu. name of Jesus. Kwa jina la Yesu. We're here to take over. Unatamalaki. We're here to take over. Unachukulia. The economy is shifting. Uchumi It is unageuka. shifting. Inageuka. We're here to take over. Tuko hapa kumiliki. Come on, take over. Ni wakati wa kumiliki. In the name of Jesus. Katika jina Why la don't you Yesu. shout unto the Lord with a voice of triumph? Nataka utoe sauti Come kwa on, Bwana ya give me your ushindi. voice right now. Inua sauti kwa Bwana ya ushindi. Sauti ya ushindi. Come on, go up, go up, go up, go up, go up. Endelea, 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 usinyamaze. Go up, Kelele za ushindi. go up. Hallelujah. 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 I want you to look at your neighbor and say, this is the time. Angalia jirani, mwambie huu ndio wakati. We're busy. Tuko na biashara sasa, Is this shughuli. the season Ni majira for kingdom takeover? ya kumiliki ufalme. Now, I need you to run to your seed and come back with your offering. Sasa. Because I pray that every seed turns to a harvest that you have never ever experienced before. Sasa unarudi uchukue mbegu Come on, yako, go na to your seed tunataka and come kuombea back. hiyo mbegu Those of you that's giving an itakuwa ya offering, kunawiri zaidi you can hujawahi bring it to the elewa. altar right now. Enda uchukue sadaka yako ulete kwa madhabahu, mbegu yako Oh, sasa. yeah, shake it, thank you, Lord. Asante Bwana. Hallelujah. Hallelujah. I want no more. Oh, yeah, Hallelujah. God is so good. Get your seed and run back up here and plant it. Chukua mbegu yako ukuje nayo haraka. We bless your seed right now. Na ibariki mbegu yako sasa. There are going to be people Uwe tayari. that's going to come to Apostle. They're getting ready to give large gifts. Nataka kumpatia They will Bwana take sifa care of this kubwa. budget. Bwana atashughulikia bajeti yote hii. You can bring it. I think they're giving you ways to give. Lete You can bring the offering up. lete dhabihu yako hapa mbele, sadaka yako. This is part of taking over. Ni wakati wa kumiliki. Thank you, Lord. Asante Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Y'all move quickly. I'm excited Harakisha. about the next session. Move quickly Harakisha. with your finances. Tuko nyuma ya wakati. Can they get some help over there? Nahitaji msaada hapa tafadhali. Can they get help? Let me get out of the way as you're coming with your seed. Unapokuja na sadaka yako ama mbegu yako, lete. You know, Prophetess Cindy, you know what one of her favorite songs? Moja We ya move out nyimbo of the way. zetu. Every praise is to our God. How many of y'all know? Unapenda unajua huo wimbo? Thank you. Come on, come on. As I'm getting out of the way. Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Come on and sing hallelujah.
Hallelujah. Tell your neighbor we are taking the land. Ambia jirani tunachukua mji. Kenya will never have another bad day. Kenya itakuwa na siku ingine ambaye ni mbaya. You are rising in the strength of the Lord. Unainuka katika uwezo wa Mungu. Let's appreciate Apostle Francina, mighty woman of God. Mtumishi wa Mungu. Is that the best you can do for the mighty woman of God? Tunaweza sherekea mtumishi wa Mungu. Kenya is changing before our own eyes. Kenya inageuzwa mbele ya macho yetu. We are not going backwards. Haturudi nyuma. We are moving forwards. Tunasonga mbele. Our enemies will never see our face. Maadui zetu hawataona. They will see our behind. Hawataona nyuma yetu. Clap your hands and give God some praise and glory. Hallelujah. Patia sifa. Please stand on your feet, everybody, wherever you are. Tafadhali mahali popote ulipo tusimame kwa miguu yetu. When Apostle Francina was still ministering, wakati mtume Francina alikuwa anahubiri, our mother walked in. Mama yetu akaingia. The most beautiful mother we have. Mama mrembo ambaye tumewahi kuwa naye. Mama Cindy Jacobs walked in. And Papa Jacobs also walked in. Na dadi pia akaingia. They are just like Abraham. Wanakaa tu Abrahamu. So blessed. Wamebarikiwa. And so gracious. Na wako na neema nyingi. Mama, we love you. Mama, tunakupenda sana. And I think you are a real Masai and Papa Jacobs. Na ninaona sasa umegeuka kuwa Masai original. And there is a Masai who killed a lion. He said you are one of them. Na kuna Masai aliua simba akasema ni wewe. Reverend Davis Kisoto said those are my people. Those are my people. Reverend anasema hawa ndio watu wangu sasa. Amen. Amen. We have another Masai. Tuko na Masai mwingine. He is our long time friend. Ni rafiki wa kitambo. He is a bishop. Ni askofu. All the way from Tanzania and Kenya. Ametoka Tanzania na Kenya pia. Bishop Palanjo, we love you. Just wave to the people. Askofu Palanjo, salimia watu. He came with a team of 29 people. Alikuja na kikundi cha watu 29. From Tanzania. Wametoka Tanzania. They have been traveling for the last 48 hours. Wamesafiri masaa 48. To be here to minister. Wakuja hapa kuhudumu. So wa Tanzania wametuchallenge. Yes. So with the Jesus J, let's welcome the choir from Mbeya. Wacha tuwakaribishe Tanzania. Tanzania. Mumekaribishwa sana katika jina la Yesu. Sana kwa jina la Yesu. Karibuni sana kwetu wa Tanzania. Wako wapi kwa Tanzania? Wako wapi? Ningeomba mkuje mutuimbie. Please be seated. Please be seated. Tafadhali tunaweza tukaketi. Yeah, where is that team from Tanzania? You know Tanzania, everything they ask you. Unajua wa Tanzania kila kitu ambacho wanataka ufanye. One time I was driving in Tanzania. Mara moja nilikuwa naendesha gari Tanzania. And I was overspeeding. Na nilikuwa nimeenda kwa kasi. I was overspeeding. Yani nilikuwa nimeendesha kwa kasi. Aha. Yeah. Then I was stopped by the police. Nikasimamishwa na polisi. Then the police said, I request to arrest you. Polisi akasema tafadhali naomba nikushike. I said, I request you not to arrest me. Nikamwambia tafadhali naomba ninakuomba. Nyinyi kila kitu mnaombanga, hata kushikwa. Kila kitu. Kenya tunaambia tunatuomba tushike. Hawezi kutushika. Okay, karibuni sana Kenya. Bishop Palanjo, come and introduce your choir, please. You are bishop. Yeah, Bishop Palanjo is a man of God. Ni mtumishi wa Mungu. He's the first man who took me to preach in Naivasha. He has a great church in Naivasha. The microphone is getting off. Is it because because the bishop is coming or what? All right. Okay, mpatie hii. Okay. Karibu sana Bishop. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Okay. Jaribu hii baba. Naitwa Palanjo, my name, niko Naivasha. Kwa Naivasha pale highway kuna kanisa la Glasses liko kwa barabara before you enter the town. Tumemaliza kongamano ambayo tunaleta Fire Conference every August for 8 days. So nimekuwa na hawa ambayo wamesafiri kutoka kwao mpaka hapa. I've been with them kutoka kwao mpaka hapa. From their place, their home. Ni kilomita 2,800. It is 2,800 kilometers. So hawa ni wazee wa miaka 50 mpaka 60. So these are elders from 50 years. Lakini wanapoanza kuimba sasa, but when they sing, wameshinda Gen Z. They will be more than Gen Zs. Jina la Bwana libarikiwe.
So wacha waingie. Karibuni sana, Bwana wabariki sana. Amen. Mtaimba nyimbo moja peke yake kwa sababu tuna masaa leo, but kesho mtarudia. Sawa? Amen. Tumeshukuru sana. Ningeomba muimbe nyimbo moja. I request that you may sing one song. Yes. Hallelujah. Jesus. Zabajani
Wow, wapigie mikono na shangwe na vigeregere. Hallelujah. Shangwe na nderemo na vigeregere. Hallelujah. Is that the best you can do? Is that the best you can do? Ni bora unaweza wafanyia. Hallelujah, from the United Republic of Tanzania. Katika taifa la Tanzania. We have also people from France. Tuko na watu pia kutoka Ufaransa. They will do their dance tomorrow. Watacheza yao kesho. So Apostle Sylvia, prepare your team for France dance. Kwa hivyo Apostle Sylvia, watayarishe watu wako kwa tomorrow. We need to see how the French dance. Kesho tutaona vile France and the people from Switzerland. Na watu wa kutoka Swiss. And the Americans as well. Na wa Amerika pia. Yes, the Normans will be showing us how to dance. Watatuonyesha jinsi ya and we have also Apostle, my brother, Prophet Manton from New York. Tuko na apostle pia kutoka New York. He will also be showing us how they dance in New York. Atatuonyesha pia mikatiko ya New York vile zinaenda. Hallelujah. Amen. People from Rwanda, they will be showing us. Watu wa Rwanda pia Burundi will be showing us. Burundi watatuonyesha. Uganda will be showing us. Uganda pia watatuonyesha. Do we have any people from Uganda here? Kuna Waganda mahali hapa. Wanajua kucheza na watu kweli? Mnajuanga na watu wa Kenya mtatuonyesha, okay? We shall see who will win. Tutaona ni kina nani watakata. Now our mama is already in the house, but before we do that, kabla ya hiyo, tomorrow we have a very, very important meeting. Kesho tuko na mkutano wa muhimu sana. The Jesus March. March ya Yesu. Is that okay? Is it on? Apostle will announce it. Or chairman, who is announcing it? Chairman or apostle? The chairman, definitely. Chairman, it is your duty to do that. So chairman is going to announce tomorrow's march for Jesus. Mwenyekiti atatangaza kumarch kwa Yesu. We are going to shut down this city tomorrow. Tutasimamisha mji siku ya kesho. You did not hear? Haujasikia vizuri. We are going to shut down Nairobi tomorrow by the Jesus March. Siku ya kesho tutasimamisha Nairobi nzima kwa sababu. How many of you are ready for the real march of Jesus tomorrow? So tomorrow ni tomorrow. Kesho ni kesho. Am I speaking to somebody? Ninaongelesha mtu. So chairman is going to come and give us instructions. Kwa hivyo mwenyekiti atatuambia vile tutafanya. And then as chairman comes, vile anavyokuja. Where is Nina? Is it Nina? Nino. Like El Nino. Okay, Nino. Nino come. Nino also come over here. Is she here? Pia. We have a beautiful girl called Nino here. Nino. She has two very amazing names, Nino and Bobo. Sasa the two names are El Nino, Bobo. Maybe she was born during El Nino, something like that. That's why the mother called her Nino. Come Nino. Nino is over the media here. So Nino is requesting to take selfie with the Maasai lady and gentleman from America. And Apostle and Apostle Francine and your husband, Mr. Norman, and Prophet Manton and Reverend Kisotu, Bishop Paranjo, the committee members, come. Yeah. Let's do this quickly for her. Otherwise, she's going to organize the Genesis against us. Please, committee members, come quickly. Let's do this for Nino quickly. I request Prophetess Mama and Daddy to come. Mama pia and Apostle Francina and your husband. Apostle pia. What else you want? Oh, so you're going to tell us. Oh, okay. So maybe this can be pulled out a little bit back, guys. She's striking us against the Genesis, so we have to do it by force, by fire. You know, we have Genesis in this country. If they breathe, we catch a cough. When they sneeze, we catch cough. When they sneeze, so the Genesis, they demand that they must take a selfie with you and tell everybody, Mama is in town. Amen. Okay, Nino. You're going to tell us what to do quickly? All right. Yeah. Praise God.
Praise God, everyone. Bwana asifiwe kila mtu. All right. So the selfie is for everyone. Picha ni ya all right. So I need all of you to take your phones out. Kwa hivyo nataka kila mtu atoe simu yake. Everyone, I need kila to mtu, yes. Kama uko na simu toa. Kama neighbor, if the neighbor doesn't have a smartphone, please be a good neighbor. Kama jirani ana simu, kuwa jirani mwema. Ask them their names. Waulize majina yao sasa. And tell them leo tunapigwa picha pamoja. We are taking a photo together. And I want all of you to post it on your social media pages. Nataka kila mtu aweke katika mitandao yote. Kwa watu wenye wajui social media. If you don't know social media. If you're on Instagram, if you're on Instagram, if you're on Facebook, WhatsApp, TikTok, LinkedIn, I want you to take a selfie. Nataka uchukue selfie. And write, when you post it, write Heaven's Fire Prayer Summit 2024. Uweke kwa mitandao kwamba ni Heaven's Fire 2024. As a hashtag. And tag Apostle Julius Subi Official. Alafu utag mtume Apostle Julius Subi. And I want you to write another hashtag. Na uandike hashtag nyingine. Jesus March. All right? Ya Yesu. Tell people about the march tomorrow, all right? Ueleze watu vile tutatoka nje kumarch huko nje kesho. We need all these white seats to be filled tomorrow, and you are going to help us to do that, all right? Tunataka viti vyote vijae kesho na utatusaidia kutenda hivyo. I'm not seeing people taking selfies. Umetoa simu, nataka kuona watu wakipiga picha. All right. Yes, even our apostles are taking selfies. Hata mitume pia. Praise and worship. Kila moja. I'm going to give you 1 minute. Nitakupatia dakika moja tu. And then we are all going to take a selfie. Alafu sisi wote tuchukue selfie. Using my phone, okay? Tukitumia phone yangu. So I'm going to request everyone, once you finish taking a selfie, I will request everyone to stand up. Ninauliza ukimaliza kuchukua selfie yenu mahali muliko usimame. Yes, thank you so much. Asante. And you're going to look at me. Nitasimama pale, all right? Nitazame juu nitasimama pale. So I'm going to request you guys to face that side. Oh, we press this. Watumishi wa Mungu wanaangalia. Jesus March. How do we say hashtag what? Hashtag Jesus March. Hashtag is like this one. Like this. Okay. Yeah. Then Jesus March. Hashtag Jesus March. Like this. March. Remove the E. Oh. Jesus March. Like this. Okay. Good. For advertising people that tomorrow we have a Jesus March. Okay, you want to dim us the light a little bit, please? Tupunguzie mataa kidogo, tuweze kupiga selfie matena tupiga. Yeah, thank you. Yeah. This white one is hot, it's too much. Hata hii ya white dim toa kidogo hii. Inatuchapa mbaya sana. Okay, that's better. So in the count of 3, katika kuhesabu 3, I'm going to need everyone to raise their hands. I'm going to count 1, 2. When you hear 3, you raise your hands. Utainua mikono yako. And you say Heaven's Fire. Na useme kwa sauti Heaven's Fire. 2024, all right? 2024. All right. This is a Tries X. All right. 1, 2, 3. Let's go. Guys, that's not loud enough. That's not loud enough. We need more power, all right? All right. 1, 2,
3. Heaven's Fire 2024. What? People at the back, I need all of you to raise your hands so that I can see you guys, all right? Sisi wote tuinue mikono tukisema hivyo ndio ionekane. All right. James, video. All right. 1, 2, 3. Heaven's Fire 2024. Woo! Thank you so much. Thank you. Asanteni sana. Thank you. Asante sana. All right. The committee members can hold on with chairman. He doesn't want to stand alone. Kamiti inaweza baki hapa na chairman. Thank you. Greetings in Jesus' name. If you can see us, even as they get everything back. Ninawasalimu kwa jina la Yesu. Why don't you lift up your hand and let's wave at each other. Inua mikono yako utupungie. Hallelujah. Hallelujah. I didn't hear you, church. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So we're gonna do it as quickly as possible. Tutafanya kwa haraka iwezekanavyo. It was the desire of the apostle we do this after the preaching. Ilikuwa tamanio ya mtume ya kwamba tufanye hivi baada ya mahubiri. But now that it has come at this time, we will do the very best. Lakini sasa kwa sababu imekuja saa hizi tutafanya vyema bora zaidi. First and foremost, we are very, very grateful to God for this victory of Heaven's Fire Prayer Summit 2024. Kwanza kabisa tunashukuru Mungu kwa sababu ya ushindi wa mkongamano hili ya moto wa mbinguni 2024. This committee has spent countless hours day by day. Hii committee imechukua masaa mingi kila siku. And I'm so grateful for each one of them. Na ninashukuru kwa kila mmoja wao. All the way from that side, Pastor Henry, would you lift up your hand? Toka hapa mchungaji Henry. On mobilization, Bishop Ruth, Vice Chair, Brother Magut, in the line of security, Reverend Cairo. On mobilization, Reverend Elijah, our able coordinator, Reverend Mary Machani, also on the docket of mobilization and also on protocol, Pastor Kure, on very many dockets over here, including venue and other details. Brothers Matua, what a big blessing on security. Reverend Chris doing an amazing job as our secretary. Apostle Martin Suna doing a great job amongst us. Multiple roles, multiple tasks. I would say he's one man who can be everywhere and everything becomes perfect, and he oversaw the setting of the venue. Because of time, let's celebrate them with a very good hand, encourage them. They have done a very great job. Now tomorrow, tell your neighbor tomorrow, we're gonna have the Jesus March around the city of Nairobi. Tutatembea kiyesu kesho katika mji wa Nairobi. I know you're gonna give the Lord a better hand. Let me finish, then we are going to put our hands together. Wacha nimalize ndio tupige makofi mazuri. We are done with security clearance about the procession. Tumemaliza usalama kuhusiana na hiyo kutokea nje. And the paperwork that are needed are in place. Na makaratasi zote tulihitaji tumepata. And we are going to be leaving here after the session of the lunch hour. Na tutatoka hapa baada ya mankuli ya mchana. We're gonna have that lunch break briefly, and then we come back after some few praises. We're gonna exit through the Haile Selassie Avenue. Tutakula chakula cha mchana alafu tutatokea katika hii njia ya
I Selassie. And then we're gonna go down. Na tutateremka. And then we all go all the way to the railway roundabout. Alafu tuende tukielekea railway. And then we come back through the Moi Avenue. Alafu turudie barabara ya Moi Avenue. Kenyatta Avenue. Kenyatta Avenue. And then we enter Uhuru Park by this gate. Alafu tuingilie katika lango hili la Uhuru. Tomorrow, Kesho, the darkness that was released upon the nation of Kenya shall disappear. yote ambayo iliachiliwa katika taifa letu la Kenya litaondoka. Can I hear you say yes? Sema ndio. The bloodshed is gonna be renounced. Ile damu ilimwagika itafutiliwa mbali. The cleansing of the atmosphere is gonna take place. Takazo wa mazingara itatendeka. And the political occupy. Na wale ambao wako katika ile political occupy is gonna be replaced with spiritual occupy. Itaenda Can somebody say amen? Amen. Hey, loud, lift up your hand and say, we are taking over. Tunachukua usukani. And then the names that was taken from the parliament is gonna be returned officially. Reverend Kisoto in prayer. And then we gonna declare in the realm of the spirit. Na tutatangaza katika ulimwengu wa kiroho. One agenda only. Lengo tu moja. Thy will be done. Kwamba mapenzi yako yatendeke. In the nation of Kenya. Katika taifa letu la Kenya. Nothing political. Hakuna siasa. The will of God. Ni mapenzi tu ya Mungu. To be done in the nation of Kenya. Kufanyika katika taifa letu la Kenya. What a beautiful moment. Ni wakati nzuri namna gani. To undo. Kugeuza. What was there. Kile ambacho kilifanywa. In the realm of the spirit. Katika ulimwengu wa How many of you are saying yes, I'm ready? Wangapi wanasema tuko tayari? Security is beefed up. Usalama umewekwa vizuri. Traffic is well organized. Magari yako sawa. We need you to have a white t-shirt tomorrow. Tunaomba ukuwe na t-shirt ambayo ni nyeupe. And a white cap. Na kofia nyeupe. And they will be available at subsidized prices there at the sales table. Na ziko pale na zitakuwa zimeshukishwa bei. So that you can be able to wear one. Ndio kila mtu aweze kufaa moja. Would you imagine that? Hebu fikiria kitu kama hiyo. A big banner. Bana kubwa. Thy will be done. Ambayo imeandikwa mapenzi yako. 1,000, 2,000. 2,000, 1,000. Going round the city. Ikiwa inasunguka. By the time we return here. Tutakaporudi mahali hapa. It will be an open heaven. Itakuwa mbingu imefunguka. The committee has taken charge to make sure that nothing spills overboard. Kamiti imeshughulika hakuna kitu ambacho kitakuwa haribika. Both by words and by deeds. Kwa maneno ama kwa kitendo. It is gonna be narrowed to thy kingdom come. Itakuwa tu wacha ufalme wako ufanyike. And thy will be done. Na mapenzi yako yatendeke. So get ready. Kwa hivyo jitayarishe. Prepare yourself. Jiweke vyema. And the clergy, we have invited them in big numbers. Na wachungaji tumewaalika kwa wingi. And therefore let's all get ready in prayer. Kwa hivyo wacha tujitayarishe kimaombi. For the Jesus march. Kwa sababu ya muondoko wa Yesu. With a band in front of us. Tukiwa na band mbele yetu. All the way. Tukisunguka kote. And then back to Uhuru Park. Alafu turudi hapa. Can the church here lift up their right hand? Kanisa tuinue mikono. Can we say Jesus? Yesu. Louder, Jesus. Yesu. Manifest yourself. Jionyeshe. In the nation of Kenya. Katika taifa la Kenya. Thy kingdom come. Ufalme wako uje. And thy will. Na mapenzi yako. Be done. Itendeke. Greet your neighbor. Salimia mtu. Tell them don't fear anything. Mwambie usiogope chochote. All is well. Very well organized. Imepangwa vizuri. Provided you don't run away alone, you know. We're gonna be one Jesus company. All the way back to Uhuru Park. Thank you, team. We're gonna do our level best, and thank you, Apostle Julius, as we look forward to the Lord blessing us in a special way tomorrow. Thank you so much. Let's receive Apostle Julius Subi so that he can welcome the minister for us. Actually, I ask us to stand in the presence of the Lord. Let's give Jesus a glorious hand of praise. In Jesus' name.
Thank you so much, Reverend Peter Kamau, our chairman. Asante sana mwenyekiti wetu. We thank the Lord this far that He's brought us. Tunashukuru Mungu kwa umbali ametuleta. Tell your neighbor tomorrow. Ambia mtu kesho. Tomorrow we are having one of the leading worshippers on the continent of Africa. Gusi is gonna be here. Kesho tutakuwa na muimbaji ambaye anaishi katika Afrika kubwa from Nigeria. He sang that song, All That Matters is All That Matters. He's gonna be with us here tomorrow. Atakuwa na sisi kesho hapa. Hallelujah. And we are also having other speakers joining us. Pastor Robert Kayanja. Atakuwa na mtume Robert Kayanja. Dr. Francis Miles. Daktari Francis Miles. Dr. Wilfred Lai. Daktari Wilfred Lai. Oh my God. Hey. I don't know what demon is going to survive in Kenya this time. Pepo ya namna gani atabaki katika nchi yetu ya Kenya. Because all these graces. Kwa sababu hii neema yote. Prophet Cindy. Apostle Francina. Archbishop Harrison Ng'ang'a. What demon shall survive? Hakuna pepo atabaki Kenya tena. I want to take Dr. Maz. I want to take this opportunity to also acknowledge the headmistress of Moi Girls who is here with us. Fursa hii kutambua mkubwa headmistress wa Moi Girls. She has helped us so much in this summit. Ametusaidia sana katika kongamano hili. At her school they call her Auntie Maggie. Katika shule yake anaitwa Auntie Maggie. God bless you. Mungu akubariki. God is using her to impart the next generation. Tumia kupachika kizazi ambacho kinakuja. I was there like 3 weeks ago. Nilikuwa pale wiki 3 iliyopita. With brother who Lugusi or something. Na ndugu Lugusi. Lumosi. I mean the whole auditorium was packed by kids. And they were filled with the Holy Ghost and the power of God. God bless you. We want to get to the word of God tonight. And we have a mother, a leading prophetic voice. Hallelujah. Hallelujah. All the way from Dallas. Akitoka Dallas. When she visited our church, alipotembelea kanisa letu, I think it was in 2019. Ilikuwa 2019. I was praying. Nilikuwa naomba. Lord, give us this land. Bwana tupatie taifa hili. With the land where we were leasing that land. Tupatie shamba kwa sababu ile tulikuwa nayo tulikuwa tunakodesha. And for me I felt we have arrived in our promised land. Na mimi vile nilikuwa nasikia kwamba tulifikanga Canaan kitambo. After she preached, wakati alimaliza kuhubiri, she came to the office. Akaja ofisi. And she told me, na akaniambia, I don't like this place. Mimi sipendi mahali hapa, sijafurahishwa na hapa. Jesus Christ. My Canaan, you don't like it? Yani Canaan yangu, yani hauipendi ile Canaan iko. Prophets are crazy. Manabii wako. They can tell you anything as long as it is coming from the heart of God. Wanaweza kukuambia chochote bora tu imetoka kwa moyo wa Mungu. It was not edited. Haikuwa imetengenezwa. And she told me, na akaniambia, the Lord would say this to you. Mungu anakuambia hivi. He's going to give you a piece of land. Atakupatia shamba in a quiet place. Mahali ambapo pametulia. And let me tell you. Na wacha nikwambie. 2 weeks ago. Wiki 2 iliyopita. We received our land title. Tulipokea title yetu ya shamba yetu sisi wenyewe. 4.1 acres of land. Yani eka 4.1. In Karen. Uko Karen. In a quiet place. Ale mahali ambapo pametulia. Somebody give the Lord the praise. Ya Yesu makofi. So, prophetess, we honor you so much. Kwa hivyo nabii tunakuheshimu sana. Let's have her you can take your seats as we listen to
her biodata. And as the biodata comes on, I also want to celebrate my only wife. Nataka kufurahia mke wangu wa pekee. Reverend Martha Subi. Reverend Martha Subi. Thank you so much. Yes, media team. Speaker, teacher, and prophetess with a heart for discipling nations in the areas of prayer and prophetic gifts. At the age of 9, the Lord called her and urged her to read Psalms 28. Ask of me the nations for your inheritance and the ends of the world for your possession. Together with her husband, they co-founded and we're going to see, let somebody bring it to me, please. And we're going to see an extraordinary night. What a word God has given me. Na tutaona kile ambacho Bwana ametupatia kama neno lake. It is a bold word. Ni neno la kila mmoja. We have had a theme, Thy Kingdom Come. Tuna mwongozo Heaven, in earth as it is in heaven. Asubuhi leo tukashirikia kwamba mbingu uwe hapa duniani kama vile ulivyo mbinguni. And I want to say, when I give this message, I want you to take notes if you can. Kabisa nauliza wakati nahubiri upate kalamu na karatasi uandike vile ambavyo unasikia. Because after I give these prophecies for Kenya and Tanzania, kwa sababu baada ya kutoa unabii wa Kenya na Tanzania, I'm going to lay a framework for our job description. Basi nitatengeneza umbo ya kazi ambao Mungu anataka tufanye. Now what I'm going to share with you is very bold. Na kile ambacho ndashiriki nanyi basi kinakuja na ujasiri sana. It is a nation changing word. Ni neno ambalo labadilisha mataifa. I am a prophet to nations. Mimi ni nabii kwa mataifa. Other people have other jobs. Nina watu ambao wana makazi mengine. But my job is for nations. Lakini kazi yangu mimi ni ya kwa taifa. I was preaching in Korea one time. Nilikuwa nahubiri kule Korea siku moja. And on the way I said, get me in to see the mayor of Seoul. Na nikaomba ya kwamba wanipeleke kwa meya wa ile mjini Seoul.
Now you might think it unusual that a prophet is asking to meet with a government official. Waweza ukafikiria kwamba sio kawaida ya kwamba nabii anauliza patane na meya wa mji fulani. But it is, many people know that psychics, mediums regularly meet with heads of state. Lakini wengi wajua ya kwamba wale ambao sio waombaji wa Kristo wana njia mingi za utendakazi wa ibada zao. So why would it be unusual that a prophet of God would take our place? Kwa hivyo itakuwa namna gani ya kwamba nabii wa Mungu akachukua mahali ambapo tunapajua ni pekee? Bold. Sisi tunafaa kuwa wenye ujasiri sana. We have the word of the Lord. Mungu. It is biblical that ya kwamba manabii wakanenea marais. We want to be biblical. Sisi tunataka tufuate Biblia. So I went to see the mayor of Seoul City. Na meya wa mjini Seoul. My friend said, I don't care. Na akasema kwamba rafiki yangu hamjui meya. And I said, that's all right, just call him and tell him a prophet wants to see him. Na nikasema ni kweli humjui lakini mpigie mwambie. I think this microphone needs some. Kuna vile umenyonga sauti zetu hapa mbele. It's the reverb. Is the reverb on? Kuna vile something needs to be adjusted there. Naomba tafadhali utengeneze sauti, tupe monitor sasa tujisikie tafadhali. Or maybe another microphone. Ama kama una microphone hujaitumia ulete tu. And so my did just what I asked. Call and said a prophet of God would like to talk to you. Nilivyouliza akanipeleka basi kwa yule meya. I mean, what can they say? No or yes, right? Wangesema nini? Ndio, la, hapana, sijui nini, asanti kwa sauti imerudi. So we went to see the mayor. Kwa hivyo tukaenda kumuona meya. So when I went to see him, I said, this is the word of the Lord for you, Mr. Mayor. Nikaenda kumuona meya nikamwambia, bwana mkubwa, hili ndilo neno la Bwana kwako. Began to prophesy about what he would do for the city of Seoul. Na nikamtabiria vile ambavyo Bwana angeataka na mji wa Seoul. I would prophesy that he would actually change the ecosystem, the ecology of the city. Nikatabiri ya kwamba italeta mabadiliko katika hali ya kianga ya mji ule. That was the door opener for the next word. Basi huo mlango ukafungua ili ya kwamba neno lingine limfikie. You see, God knows what to say to get someone's attention. Waona Mungu anajua kile ambacho atakisema ili ya kwamba mtu amakinike kumsikiza. And what I found out was that was his specialty. Na kile ambacho niligundua ni ya kwamba basi ikawa ameweka uspesheli kwa kile nilikuwa nakisema. He had already worked to heal the ecology, the ecosystem, and bring the pollution down in Seoul. Tayari alikuwa ameanza kutenda kazi ili ya kwamba anga ya mji wa Seoul ibadilike katika hali ya kianga. He had uncovered a river by their Blue Palace, which is like their White House. Uncovered a river that had been covered during World War II. Alikuwa basi ameufumbua ule mto ambao ulikuwa unapitia mjini na akauleta akauisha tena. Made green space. Kafanya kwamba kuwe na mazingara kama majani unayoona kule juu. Started bus lanes to bring down the pollution. Na basi akawa anaondoa ile
hali ya kuleta uchafu katika mji. So less cars were on the road. Kwa hivyo wakatengeneza pia vinjia panda ule barabarani. And I'm looking at him. Na basi nikawa namsikiza tu. And I realized that opened his heart. Na nikagundua ya kwamba hili jambo liko katika moyo wake. So the next thing I said was, and you are to run for president of this country. Kwa hivyo kile kitu alichokisikia nikisema baada ya hiyo ni ya kwamba wewe basi utakuwa ukienda katika uchaguzi uwe rais. And you will be the next president of Korea. Na wewe basi utakuwa rais ajaye wa nchi hii ya Korea. Now he didn't know who I was. Sasa hakujua mimi ni nani. But his wife did. Lakini mke wake alinifahamu. And she had been praying that God would send me to confirm to him whether he should run for president. Na kawa mke wake anaomba ya kwamba mimi nifike ili ya kwamba nisisitizie kile Bwana alichokisema. He ran for president. Basi akaenda katika uchaguzi ya rais. He was very low in the poll numbers. Na katika ile akawa basi ikawa wale ambao ni wachaguzi wako katika uchache mno. But then he surged and he became the president of Korea. Lakini baada ya hiyo akawa rais wa Korea. And I could tell you many more stories about that. Na naweza nikakwambia hadithi nyingine kama hizo mingi. But I just want to say that it is very important that we hear the word of the Lord. Lakini nataka niseme ya kwamba ni muhimu sana tukalisikiza neno la Bwana. And there are many nations that invite us to come. Na kuna mataifa mengi wametuita tuje kwao. We don't go except we really have a word of the Lord. Hatuendi sisi mpaka wakati Mungu atatupatia neno lake kwa lile taifa. And so we're here today in Kenya. Na kwa hivyo tuko hapa siku ya leo kwa sababu ya Kenya. Now let me prophesy right now into Kenya. Sasa naomba sasa nitabiri sasa hivi kwa Kenya. For the Lord would say, Bwana Mungu asema hivi. The enemy has come like a flood. Adui ameingia kama maji ya gharika. But I will raise up my standard, says the Lord. Lakini asema Bwana ya kwamba mimi nitainua kiwango. And the Lord has tried to stir up the emotions of the people. Na Bwana auisha na kukoroga zile hisia za watu. And that has brought much sorrow. Ambao basi imeleta hofu mingi. But God wants to tell you something. Lakini Bwana anataka ujue kitu. I am going to move in a revival in Kenya that is unprecedented in the nations. Ninakuja katika muondoko wa ufufio ambao haujawahi onekana tena hapa nchini Kenya. And the Lord would say, I'm very grieved at the young people who lost their lives. Bwana akasema ya kwamba ana hofu kwa sababu ya vijana ambao wamekufa hivi majuzi. But the Lord says, lakini Bwana akasema, I am going to bring a great move among the university students, the university graduates. Tazama kule vioni vikuu kutakuwa na mwamko na muondoko mkuu wa ufufio kati ya wale I see massive worship service breaking out on the university campuses. Vio vikuu naona ya kwamba kuna mlipuko wa ibada za kuabudu Mungu katika vio vyetu. And the Lord says Satan has tried to cause great unrest. Na Bwana anasema ya kwamba shetani anajaribu kuleta ile kutostahimilika katika taifa. But if my people will pray, lakini kama watu wangu basi wataomba, you are going to begin to see the transformation of this nation. Taanza kuona mageuzi katika taifa hii. I am going to begin to give ideas and dreams that will heal the economy. Na basi nitapeana akili fulani na pia ndoto ambazo zitageuza na kuponya uchumi. The Lord says, remember I said the Kenyan shilling would be the top currency in. Bwana akasema ya kwamba shilingi ya Kenya itakuwa ndio namba moja katika pesa za Afrika. And the enemy is fighting. Na adui anapigana sawa sawa. But the Lord says, lakini Bwana anasema, I am raising up a generation of solutionists who have solutions for the nation. Na inua wale watu ambao wataleta suluhisho, wana suluhisho za kuponya taifa. And I am going to begin to bring peace. Ni basi nitaanza kuleta amani. And the Lord says, even though there is some shaking still to come. Bwana anasema kwamba japokuwa kuna kutingizwa na mitetemeko ambayo inakuja kule mbele. If my people pray, there will not be a fall of the nation. It will be set on high. Basi mtaomba, taifa halitaanguka,
litasimama na liwe mahali pa juu. Kenya shall be saved. Kenya utaokolewa. Kenya shall be saved. Sema tena Kenya. Does anyone believe? Nani anaamini? That Kenya shall be saved. Kwamba Kenya itaokolewa. That there will be a youth revival. Kutakuwa na ufufio. Not just a revival, a great awakening. Sio ufufio tu, lakini uamsho mkuu. A great awakening on a scale that people will say, how did that happen? Uamsho na watu watauliza ilitendeka namna gani? But I would say all things are possible to those who believe. Sema mambo yote yanawezekana kwa wale wanaoamini. And I'm getting ready to give justice where there's been injustice. Ni basi nitaleta haki mahali ambapo hapajakuwa na haki. Even you will see from the colonial times when Satan came to rob and destroy. Na utaona katika siku za ukoloni wakati shetani aliingia kamaliza kuharibu na kuiba. I'm getting ready to bring restitution. Restitution. Bwana anarejesha kwa haki. Anarejesha kwa haki. For houses and lands. Na pia manyumba, mijengo na pia ardhi. And you will see as a sign. Na utaona kama ishara. That there will be people who will say, I made a claim for my family's land. Ya kwamba utaona watu watasema niliombea ardhi ya kifamilia. That the British stole. Na kwamba iliibiwa na wale wa koloni. But we have it back. Lakini inaanza kurudi. We have it back. Inaanza kurudi. Amen. Amen. Can you say amen? Amen. Hallelujah. When I was in the Maasai, in the Mara, with the Maasai and the Mara, wakati nilikuwa kule Masai Mara, I prophesied that they would be given back many acres of their land. Nilisema ya kwamba Wamasai watapata ardhi zao zilizoibiwa zitawarejea. Now His Excellency President Ruto has given back thousands and tens of thousands of acres to the Maasai people. Mheshimiwa Rais amerejesha zaidi ya 2,000 kwa Wamasai zimewarejea. Hallelujah. Bwana asifiwe. And that's going to happen in Tanzania too. Pia inafika kule Tanzania, stand up. Tanzania simameni. God is getting ready to bring restoration. Bwana Mungu anawarejeshea. Now God has given me a scripture for you. Sasa Mungu amenipa neno kwenu ninyi. Exodus 19 Kutoka 19 verse 5 and 6. Mstari wa 9, wa 6 na wa 7. If you obey my voice and keep my covenant, basi ukisikiza sauti yangu na kuhifadhi agano yangu, you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine. Wewe utakuwa dhamana yangu niliyoidhamini juu ya kila taifa lote. And listen to this verse. Tanzania, listen. Sikiza Tanzania, sikiza. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. Na mtakuwa kwangu taifa la makuhani na basi watakatifu. The Lord says, I have a plan to make Tanzania a holy nation. Bwana ana mpango wa kufanya Tanzania taifa takatifu. And as a sign I will do that, you're going to see corruption exposed. Kama ishara nitafanya hivi, utaona ufisadi ukilipuliwa. There are some hidden things. Kuna mambo ambayo yanaleta. There are some politicians. Kuna wale wanasiasa who have robbed the people. Ambao wameibia watu. But they think no one sees. Lakini hawakujua. But God says, I see. Ya kwamba niliona. I see. Mimi niliona. And I am coming to put the fear of the Lord upon a nation. Nakuja kuweka hofu ya Bwana katika taifa. And I am going to begin to move. Na nitaanza basi kutembea na kufanya kazi. And Tanzania will be a holy nation. Na Tanzania itakuwa taifa takatifu. You will see. The work I will do in the government. Le kazi nitafanya katika serikali. It's going to be so extraordinary. Itakuwa basi ya kiajabu. And I don't know anything about the president. Na mimi simjui rais wala sijui mambo ya kwake. But one day, lakini siku moja, God will raise up a president. Mungu atainua rais. That will stand and say, Jesus is Lord over Tanzania. Pale Tanzania atasimama aseme, we shout hallelujah! Hallelujah! And
shall be saved. Tanzania itaokolewa. Tanzania shall be saved. Tanzania itaokolewa. Hallelujah. Hallelujah. And the bishop from Tanzania, Baba Askofu wa Tanzania, God is about to increase your land. Mungu anaenda kujumulisha ardhi yako. I see you're going to have land in a number of places in Tanzania. Naona utakuwa na ardhi na vyeti vyake mahali sehemu fulani kule Tanzania. And there is a kingdom project. Na kuna kazi ya kifalme. For not only will you build a new large building, hautajenga tu jengo kuu, but you're going to have land for agriculture. Lakini pia utapata ardhi ya kufanya ukulima. I'm going to use your church to fight food poverty. Alafu basi utaitumia kupigana na ule umaskini. I'm going to one day start a new bank. Na siku moja basi itaanza benki. Even out of the church. Kutoka kanisani. I'm going to raise up economists in your church. Basi wainue wale ambao ni washauri wa kiuchumi. And in your churches, says the Lord. Na katika kanisa lako asema Bwana. For you will make poverty your enemy. Wewe utafanya umaskini adui wako mkubwa. And I have a plan. Basi nina mpango. And you're going to begin to see the desert bloom like a rose, says the Lord. Ya kwamba utaona nyika ikipata maji na maua, asema Bwana. Isaiah 35. Isaiah 35. Tanzania will bloom like a rose. Tanzania itauishwa kama ua. And the tourism na pia ile tourism is going to double. Utalii utaongezeka. For I am going to do a work you would not believe, though it was shown you. Sababu nitafanya kazi ambayo utaimini, asema Bwana. So let's appreciate the word. Hivyo basi tupigie Bwana Yesu makofi, shangwe na vigelegele kwa sababu ya neno. Let's appreciate the word. Pigia Yesu kelele. God can do anything with any nation. Kwa sababu ya taifa. Jesus is the Lord over the nations. Yesu amefanyika Bwana wa mataifa. Be seated. Pata mahali pazuri keti. I shared that God has given me a unique word for tonight. Nilishiriki lile neno ambalo Bwana amenipatia na ni speciali sana kwa sababu ya usiku wa leo. And I want you to listen very carefully. Na ningependa utulie, usitembee, umakinike na uandike. Because we are going to go back to the beginning of time. Kwa sababu tunarejea tanzia siku za mwanzo. And the name of the teaching tonight is Restoring Eden. Na kichwa cha mahubiri yangu ya usiku wa leo ni kurejesha bustani la Edeni. Restoring Eden. Kurejesha bustani la Edeni. And Genesis 1. Mwanzo 1. And verse 1 and 2. Mstari wa kwanza na wa pili. In the beginning God created the heavens and the earth. Le mwanzo Mungu akazifanya bingu na nchi. Now notice at that time. Sasa tazama wakati ule. One translation says the earth was formless. Ile ambayo inasema ya kwamba moja inasema ya kwamba dunia ilikuwa na utupu. And it was dark. Basi ilikuwa imejaa giza. You see, God saw something that you could not see with your natural eye. Basi Bwana Mungu akaona kitu ambacho macho yako ya kiasili hayangeweza kuona. This is an example for us. Basi ni mfano kwetu sisi. We can see things about our nations. Tutaweza kuona mambo fulani kwa sababu ya taifa. About our families. Sababu ya familia zetu. About our situations. Sababu ya hali zetu. That cannot be seen with the visible eye. Ambazo hazionekani kwa macho ya kiasili. But the Spirit of God can hover over our situations. Lakini Roho wa Bwana anaweza akatembelea juu hali zetu. So God spoke. Kwa hivyo Mungu akaongea. And the world came into existence. Basi aliposema dunia ikafanyika. Now there I want you to think out of the box. Sasa nataka ufikirie, usijifungie mahali fulani, jitoe ufikirie tu. One could say that the earth was a colony of heaven. Moja angesema ya kwamba dunia ilikuwa ni kama ya kwamba imeletewa ukoloni ama imemilikiwa na bingu. God was lonely.
Mungu alikuwa na upweke. And he looked around all the created things and he said, no, nothing satisfies me. Na katazama vitu vyote alivyoviumba akasema hakuna kitu ambacho chanipa furaha. I want fellowship. Nataka uhusiano. A son and a daughter. Nataka binti, mtoto na pia na mwana tu mtoto. And he created Adam and Eve. Na kamuumba Adamu na Hawa. Now when he created Adam and Eve, first of all he made sure the home he made for them was beautiful. Alipowaumba basi akawatengenezea pia mahali pa kupumzika pazuri sana. You have to listen so you'll understand the train of biblical thought. Tazama kabisa uelewe vile Biblia imejipanga. In fact, the word Eden means beautiful. Lile jina Edeni la maanisha urembo. What did God create for us? Mungu alitumbia nini? A beautiful, perfect place. Alitumbia mahali pazuri penye faida na urembo. And when God created us humans, what did he tell us to do? Na basi alipotumbia pale, alituambia tufanye nini? Genesis 2:15. Mwanzo 2:15. The Lord God took the man and put him in the garden, the beautiful garden, to tend and keep it. Bwana Mungu akamuumba mwanadamu na akamweka katika ile bustani ili ya kwamba afanye upalilizi. To abide and shamar. Na pia aishi pale na akaa. To serve and protect. Tumike basi na alime na kuitunza. Now that was their job description. Basi hii ilikuwa tu ni utangulizi wa kwanza. God created us, humankind. Mungu akatuumba sisi wanadamu. Put us in a beautiful garden. Akatuweka katika bustani nzuri. And said, now steward the earth. Na akasema basi wacha tuilimie. Steward the colony. Basi wacha tukae. I created for you. Ambao mahali ambapo niliwaambia. It was as if the Lord said, I'm taking care of heaven. There's no curse there. Nikana kwamba Mungu alisema nafanya shughuli za mbinguni, kule hakuna shida. And now children, you take care of the earth. Na sasa akasema kule duniani basi nyinyi mtunze. Serve and protect it. Basi uilinde na uitunze. And then he said to us in Genesis 1:28. Alafu kisha akasema katika Mwanzo 1:28. Sorry. It's okay. After God blessed them. Understand this, the blessing came first. Baada Mungu kuwabariki, baraka ilikuja ya kwanza. What did he bless humankind with? Alibariki mwanadamu na nini? What did he tell us? What did he command us? Alituambia nini? Alitupa mashauri gani? Be fruitful and multiply. Basi nyinyi mzae na muongezeke. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Mkajaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. With the blessing came the ability to multiply ourselves. Wakati baraka ilikuja basi ikawa inajiongeza yenyewe. To be fruitful in every way. Kuwa basi na kujiongeza ama kujijumulisha mwenyewe. When there is fruitfulness, the blessing of God is there. Mazao ama matunda basi pale pana baraka ya Mungu. But into this perfect world came sin. Lakini basi katika dunia hii ambayo ilikuwa imekamilika, dhambi ikaingia. Sin deteriorates the earth. Dhambi inaharibu dunia. Wow. Ajabu. What were we created to do? Sisi tuliumbwa tufanye nini? What were you created to do? Wewe uliumbwa ufanye nini? To take care of Kenya. Kutunza ufalme. Tanzania. Kenya, Tanzania. Wherever you were born. Popote ambapo ulizaliwa. Acts 17. Matendo ya Mitume 17. Verse I think it's 26. Nifikirie tu nasema labda ni kule katika mstari wa 26. It's very interesting. Basi yanishangaza mno nikiisoma. This is Paul's discourse on Mars Hill in Athens. Basi hapa ndipo Paulo alisimama kule mjini Athens akiongea. Now sometimes we read past scripture, but we need to stop and analyze it. Saa zingine twasoma tukikimbia kwa maandiko, ni vizuri ukasimama ukafikiria kile ambacho umekisoma. He's made from one blood every nation of men to dwell on all the face of the earth. Basi amewafanya watu wote kutoka damu fulani na pia wengine katika umbo fulani wamiliki dunia yote. And has determined their pre-appointed times
and the boundaries of their dwelling. Na basi amewawekea mahali ambapo watakaa na kuishi katika siku za uhai wao. Kenya has a geography. Kenya basi ina jiografia ya kwake. Uganda, Tanzania, Ethiopia. You see, this is our garden. Ona, basi mataifa haya ndiyo bustani zetu ama shamba zetu. But the curse came in. Lakini laana ikaingia. And Genesis 3:16 through 19. Na Mwanzo 3:16 hadi 19. This is horrible what happened. Ibasi yaghadhabisha kilichotendeka. Listen to what happened with the curse. Sikiza kile ambacho kilitendekea ile laana. I will greatly multiply your sorrow. This is to the woman. Ibasi ni kwa mwanamke asema hivi kwake. Your desire shall be to your husband, he shall rule over you. Basi yule mume wako atakutawala wewe. And then the ground is cursed. Na pia ardhi pia ikapata laana za kwake. Cursed is the ground for your sake. Ilaaniwe ardhi ambao utafanyia kazi. And now there would be thorns and thistles in the ground. Na basi kule ambapo utakuwa na uchungu na utakula mazao yake siku zote za maisha yako. The curse began to deteriorate the earth. Laana ikaanza kufanya uharibifu wa hali ya juu hapa duniani. The good news, habari njema ndiyo hii, is that Jesus came kwamba Yesu akaja to break the curse. Jesus came, Yesu alikuja to restore not only us as individuals, sio tu kuturejesha sisi binafsi, but he also wants to restore our nations. Lakini pia anataka kurejesha mataifa yetu. You see, God loves the world. Waona Mungu apenda dunia mno. John 3:16 says he loves the world. Yoshua asema ya kwamba anapenda dunia, Yohana. And of course he loves us because we're eternal beings. Na kabisa tupenda sisi, hiyo ndio ambayo inamaanisha. But does that mean he doesn't love the animals, the land? Of course he does. This is his. Ya kwamba apendi wanyama, miti, hapana, anapenda pia. Because of our sin, the earth has grown. Lakini kwa sababu ya dhambi zetu kumekuwa na uharibifu katika hali ya anga. But God never took away our job description to steward the earth. Lakini Mungu hakutunyang'anya kazi yetu basi ya kupalilia ulimwengu. In fact, Jesus came. Yesu alikuja. He took away the keys of death, hell and the grave. Akachukua zile funguo za Jehonamu na motoni. And he broke the curse. Na akaivunja ile laana. And I want to say to you, na ningetaka niseme kwako, we have authority God has given us today. Ya kwamba tuna mamlaka Mungu ametupatia siku ya leo. To see that his will is done in every aspect of creation. Kuona ya kwamba basi Mungu anataka kazi yake nzuri ikamilishwe katika ardhi yote na kazi yake yote. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. To see blessing come. Kuona baraka zimefikia watu wake. Fruitfulness. Kuona ya kwamba kuna mazao. Where there's barrenness, blessing come. Mahali kuna utasa unaondoka, baraka zinaingia. Our fruitfulness was restored. Mazao yetu yakarejeshwa. The blessings of Abraham. Baraka zake baba Ibrahim. Ours. Ni zetu. We're going to be blessed coming in and blessed going out. Sisi tutabarikiwa tutakapofika na tutakapoondoka. We will be the head and not the tail. Sisi ni vichwa na sio mikia. We are children of Abraham. We've inherited these promises. Sisi ni watoto wa Ibrahimu, tumerithi baraka hizi. But as we look around the nations, lakini tukitazama mataifa, have we been good stewards? Swali ni tumekuwa wawekezi ama wale ambao ni wanapalilia na kuweka, tumeweka kazi ambao tulipewa. When the Bible says let the will of God be done on earth as it is in heaven. Wakati Biblia inasema ya kwamba wacha mapenzi ya Mungu yatendeke hapa duniani kama vile ilivyo mbinguni. If indeed we were made to be like a colony of heaven. Kama basi tuliumbwa tumilikiwe na mbingu. We have pretty much failed our job. Basi kazi yetu tumeiacha na imeanguka. So Jesus came. Kwa hivyo Yesu akaja. He died. Akafa msalabani. Not only for humankind to be healed, but for the land to be healed.
Sio ya kwamba tu mwanadamu apone, lakini pia ardhi yake ipate uponyaji. Now you might think that sounds very strange. Sasa unaweza ukafikiria kwamba mambo haya anakuambia ni ya kigeni. But stay with me. Lakini nifuate tu nikueleze. You see, waona? We were always called and given authority through intercessory prayer to bring healing. Tuliitwa ili ya kwamba tulete uponyaji kupitia uombezi. To our nations. Kwa mataifa zetu. To our people. Kwa watu wetu. To the land. Kwa ardhi na dunia. There's a very famous Bible verse in 2 Chronicles 7:14. Kuna andiko ambalo lajulikana mno katika 2 Chronicles mlango wa 7 mstari wa 17. Every intercessor knows that Bible verse. Kila muombezi anajua Biblia yake na anajua mahali ambapo tunapaswa. But let's look at verse 13 to understand the context of verse 14. Lakini Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14 yasema hivi. When I shut up heaven and there's no rain, or command the locusts to devour the land, or send pestilence amongst my people. Wakati mimi nitafunga bingu kusiwe na mvua, na basi nikaleta uharibifu kati ya watu wangu. Wow. That's the context? That nations and even the ground and the water and the air can be damaged through sin. Ya kwamba dunia, maji, miti, hali ya anga, kile ambacho unanusia chaharibiwa na dhambi. If that happens, hiyo basi kitendeka, then apply verse 14. Basi mstari wa 14 unaingia. Humble yourself. Pray. Seek my face. Turn from your wicked ways. Then I will hear from heaven. And listen to this. Will forgive their sin. Now this is the crown, the crux of this whole verse. I will heal their land. What does that word heal mean? I will rapha their land. Hiyo jina kuponya basi ndio kipaumbele. Taponya ardhi yao, yamaanisha ya kwamba nitaleta urejesho kwa wao. Wow. Ajabu. The principle is the increased sin of the people who live on the land causes decreased productivity of the land. Basi utendakazi wa jambo hili ni ya kwamba dhambi ikiongezeka kunakuwa na uharibifu wa kiasi cha ndani mno. We haven't been good watchmen. Hatujakuwa walinzi wanaofaa. But God has given us a way to heal the nation. Lakini Mungu anatupatia jinsi ya kuponya taifa. We are going to be fruitful again. Sisi tutapata mazao. We can multiply again. Sisi tunaweza tukajumulika tena. When that land is healed. Wakati basi ardhi na dunia yetu imepona. Now many times we spiritualize this principle, heal the land. Oh, that will heal my nation, my people. That's true. Wakati mwingi tuingiza kiroho mingi katika andiko hiyo, Mungu ataponya, na ni kweli. Doesn't do any damage to the text to interpret it like that. Usemi ya kwamba umeharibu lile andiko wakati unaitafsiri namna hiyo. However, this is literal. Lakini hii ni ya ukweli na usafi. I will rapha the dirt, the land, the soil. Nitaondoa uchafu katika ardhi, katika dunia na ulimwengu wako. And we have been given authority. Sisi tumepewa mamlaka. When the curse is on our land. Wakati laana zimekaa kwetu. When nature gets out of control. Wakati anga inakuwa kwamba irekebiki. We are called to steward the land. Basi sisi twaitwa wasimamizi wa dunia hii. I want to tell you. Nataka nikwambie. As we drive around our nations. Tukisafiri katika taifa letu. What has happened? Nini ambacho kimetendeka? What has happened to the earth? Kile ambacho kilifanyika kwa ulimwengu. Do you think there's poverty in heaven? Nikuulize tena, unafikiria kuna umaskini dunia? Je? Absolutely not. Hakuna kabisa, hata kidogo hakuna. You see, there's big problems we have in our nation. Hizi shida kubwa ambazo tunazo katika mataifa zetu. But when we pray and ask God to heal the land, wakati tunaomba tunamuuliza Mungu aponye ulimwengu wetu, it activates the blessing. Inaamsha ile baraka. Land that has no rain will have rain.
basi kule ambacho kumekauka na kiangazi kunapata mvua. But not only that, na sio hiyo peke yako, God will begin to give supernatural intelligence on what to do to eliminate the problems that are destroying the earth. Akili pia zinakuwa safi, zinapokea idea za kiungu vile ambavyo wataweza kufanya kazi waondoe uchafu duniani. You see, God is a just God. Wana basi hiyo tu. And he would not tell us to steward our nations. Na hata tuambia tuwe wasimamizi wa nchi yetu. And not fully equipped us with the knowledge on how to do that. Lakini asitupe maarifa ya vile ambavyo tutafanya vile. Yesterday we were in incredible meetings with some top leaders in this land. Siku ya jana tukakutana na viongozi wa juu sana katika taifa hili. And the wisdom of God for job creation. Na hekima basi ya kutengeza kazi watu wapate makazi. The youth are upset because they graduate from school and they can't find jobs, maybe 50%. Vijana wamekasirika maana baada ya kufunzu katika shule hawajapata kazi. But we are asking for supernatural solutions. Very wise people in this nation are crying out to God. Lakini tulikuwa tunauliza ile akili ya kiungu, maana kuna watu wenye hekima sana katika uongozi ndani ya taifa hili. God's going to heal Kenya. Mungu anaweza akaponya Kenya. God is going to heal Kenya. Nasema Mungu ataiponya Kenya. If we do our job. Kifanya kazi yetu. Tomorrow we're marching. Kesho tunavumbua. To break the defilement off the land. Basi kuondoa uchafu katika ardhi yetu. Do you know that's part of our job description? Unajua hiyo ndio kazi ambayo Mungu ametupatia. Let me show you a scripture. Wacha nikuonyeshe andiko. Deuteronomy 21. Kumbukumbu la Torati 21. This is a fascinating passage. Huu ni ujumbe ambao unaleta motisha mno. Verse 1 says, mstari wa kwanza wasema, if anyone is found slain lying in the land which the Lord God has given you to possess, it's not known who killed him. Aonekanapo mtu ameuawa katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako kuimiliki. Are there people who died recently here? Na watu ambao walikufa barabarani juzi. There's a lot of grief in this land right now. Bwana basi ana hofu sana kwa sababu ya taifa hii sasa hivi. A lot of hopelessness. Kuna ile kukosa tumaini nyingi. But if there is bloodshed. Lakini wakati kuna umwagikaji wa damu. Verse 2 says, mstari wa pili wasema hivi, then your elders and your judges should go out and measure the distance from the slain people to the cities. Na wazee watoke nje, waamuzi wao, na wapime hapo mpaka miji iliyozunguka huyo aliyeuawa barabarani. And they were commanded to make a sacrifice. Na iwe mji huo ulio karibu na yule aliyeuawa, basi pawe na ile kutoa dhabihu. And then the priest in verse 5, mstari wa 5 wasema hivi, mkuhani bless the name of the Lord, alibariki jina la Bwana, and God is going to answer from heaven. naye Mungu atajibu toka mbinguni. They prayed, provide atonement, O Lord, for your people of Israel. Ndio akasema basi fufua zetu ewe Bwana hapa Israeli. You shall put away the guilt of innocent blood. Na basi uondoe lile pigo na hatia ya kumwaga damu. Are you still with me? Bado tuko pamoja. I'm laying a lot of biblical ground here. Basi tuko tu katika Biblia mahali hapa. See, this is our job. Basi waona hii ni kazi yetu. We are to take care of our nations. Lazima tuwe wasimamizi wema wa taifa letu. Can anyone dream big dreams with me? Na mtu ambaye anaweza basi. Can anyone dream that God can really heal the land? Si mtu aote tu ya kwamba Bwana ataponya taifa letu. That God can take care of homeless problems? Na kwamba Mungu basi anaweza akawaangalia wale ambao hawana mahali pa kukaa. That God can see people have work? Na kwamba Bwana aone ya kwamba wale wasio na kazi wamepata. Of course. Kabisa. God can do anything. Mungu anaweza fanya jambo lolote. But Satan wants us to feel hopeless. Lakini shetani anataka tukose tumaini. What we need to do is to pray for our leaders that God will give them supernatural solutions. Kile tutafanya ni tuombee viongozi wetu wapate suluhisho za kiungu. Let's believe for big things. Wacha tuamini mambo makuu. You know, have you ever heard the verse Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge? Hosea 4 mstari wa 6 wasema watu wangu angamia kwa kukosa maarifa. What
What is the context of that? Basi hiyo yasomwa kivipi? How are the people destroyed? Watu wanaangamia namna gani? Of course, it's a biblical principle that people are destroyed for lack of knowledge. Basi ni mkakati ya Biblia kwamba watu wanaangamia kwa sababu ya kukosa maarifa. We're talking about restoring Eden. Tunaongea kuhusu kurejesha Eden. We're talking about going back to our created mandate. Tunaongea kuhusu kurudi katika kazi yetu ya uumbaji. Look at this interesting passage in verse 1. Tazama mstari wa kwanza. It says, "Hear the word of the Lord, you children of Israel, for the Lord brings a charge against the inhabitants of the land." Yasema basi tazama vile Bwana ameleta pigo katika nchi ile. Now listen to me. Sasa nisikize. There's a very important word here. Kuna neno la maana sana hapa. The word charge. Lile neno kupeana ushauri. In some passages it means has a legal case. Katika mahali pengine ongea kuhusu kupeana sheria ama kutoa sheria. Other translations say a controversy. Basi zingine nasema ya kwamba basi ni ile njia ya kutoa sheria ya ndani. In other words, there's something that we have done that has caused a legal case against us in heaven. Kuna kitu kimefanya kuwe na kesi dhidi yetu pale mbinguni. It goes on to say there's no truth or mercy or knowledge of God in the land. Yongea kuhusu inasema ya kwamba hakuna basi ukweli katika nchi na fadhili. Now it names some things we wouldn't think are any big sin. Na vitu vingine ambavyo hatufikiri ni dhambi tu. Swearing, ile kuapa, lying, kudanganya, killing, kuua, stealing, wizi, committing adultery, uzinzi. These things bring decreased productivity to the land. Inafanya ardhi na nchi na ulimwengu ukose mazao. Bloodshed upon bloodshed. Kumwaga damu. Verse 3. Mstari wa 3. Now we're going to hear the therefore. Sikiza basi. Therefore the land will mourn and everyone who dwells there will waste away. Kwa ajili ya hayo nchi itaomboleza na kila mtu akaenda ndani yake atadhaufu. Beasts of the field, birds of the air, fish of the sea. Pamoja na wanyama wa kondeni na ndege wa angani. What were we to have dominion over? Basi tuliambiwa tumiliki nini? What were we to serve and protect? Tulikuwa basi tutunze nini? This is our job. Hii ni kazi yetu. Fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, birds of the air, and every living thing. Basi miliki wanyama wa kondeni na ndege wa angani na samaki wa baharini. We have not been taught the biblical understanding of our job description. Hatujafunzwa ile kuelewa kazi yetu kutoka Biblia ni gani. But the curse can be broken. Lakini laana now let me give you just a couple of understandings. Basi wacha nikueleze tu kwa muda. And then I'm going to pray for you. Alafu nikuombee. I was in Fiji one time. Nilikuwa mjini Fiji siku moja. And the minister, the cabinet minister, government minister over fisheries and agriculture came to me with a problem. Waziri wa serikali ambaye alikuwa anafanya kazi ya utunzaji wa kilimo akaja kwangu. She said, "Cindy, we have a problem. Our fish are disappearing." Akasema, Cindy, tuna shida kubwa, samaki zetu sijui wanaenda wapi. The Japanese are abusing their international fishing territory. They're taking our fish. Sasa wale kule Japan wanachukua samaki zetu ni kana kwamba hawajui mipaka ya kwao na ya kwetu. The coral reef is dying. Na basi ile mazao ya kutoka baharini hatupati. What do we do? Tufanye nini? I love when people ask me those questions. Mimi napenda wakati watu wananiuliza maswali. Because I just go back to the BIBLE. Maana ninarudi tu kwa ule mwanzo tu. We're people of the book. Mahali tu katika sisi. The Creator's Manual, how to work the earth. Hii ndio kielelezo cha kazi yetu ya uumbaji Biblia. I just look at the instruction book. Mimi naangalia kile kitabu cha mashauri. I thought we have 2 Chronicles 7:14. Tukawa na mambo ya nyakati mlango wa pili basi
mlango wa 7:14. I said, you have authority over those waters. Nikasema nyinyi mna mamlaka juu ya maji hayo. And I said, the problem with the water and the fishing is your pirates you had. Nikasema ya kwamba basi shida ni ya kwamba mmeingiliwa na wale hawajui mipaka yao. They came in and they raped and they pillaged and they were homosexual and they did all kinds of bad things. Wakawa wale ambao ni wasagaji na mashoga na wakanajisi nchi. So go repent of that. Sasa nendeni nyinyi mtubu kwa dhambi hii. Said take your shoes off and wade into the water. Na basi mtoe viatu miguuni muingie. And she did. She did. Na kafanya vile. She repented. Akatubu. We see Hosea 4 that the land mourns because of sin like this. Tunaona Hosea 4 yasema ardhi inadhoofika kwa sababu ya dhambi kama hizi. And then in the name of Jesus she broke the curse. Kwa jina la Yesu akavunja laana. She redeemed the land. Akakomboa ardhi. And then she said to me, na kaniambia nini? Well, Cindy, we still have a problem. Cindy, bado kuna shida imebakia. We still don't have fish. Bado hatuna samaki, hatuwaoni. I said, no problem, the creator will just make more. Nikasema usiwe na shida, aliyeziumba zile zilichukuliwa, ataumba zingine. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. It's so simple. Ni rahisi sana jamani. God never stopped being the creator. Ya kwamba sisi tunataka kuwa waumba kama Mungu. Hallelujah. Bwana asifiwe. When you see it, it's so simple. Ukiangalia ni rahisi sana. What was the result? Basi matokeo ilikuwa gani? God healed the land. Mungu akaponya nchi. God did it. The coral reef started living. Basi ile ambayo iliingilia mazao ya bahari ikaanza kuondoka. It's an ecological miracle. Na basi ikawa ni muujiza wa kianga, hali ya anga. The fish became abundant. Samaki wakawa tele. So the people had enough food to eat. Watu wakapata chakula cha kila siku. Isn't God's economy amazing? Basi si uchumi wa Mungu washangaza. And then God said, I'm going to do something extraordinary. Mungu akasema nitafanya kitu kingine kikubwa. I think God was having fun at that point. Nafikiri Mungu tu alikuwa anacheza kule mbinguni akifurahia. In the legends of Fiji, they had golden conch shells. You know the kind you blow on and they make a sound? Unajua zile ambazo zinapiga firimbi ama tarumbeta fulani. But it was only in legends. Lakini ilikuwa basi no one living person had seen them. Haikuwa mtu ambaye alikuwa ameiona. You know what happened? Unajua nini kimetendeka? They started finding them in abundance. Wakaanza kuzipata kwa utele. Because if my people, kwa sababu watu who are called by my name, will humble themselves, pray, seek my face, turn from their wicked ways, I will heal their land. Hallelujah! We have the same anointing. We have the same power to steward our nations. Basi ya kusimamia nchi zetu. Well, let's talk about poverty a moment. Let's talk about poverty a moment. Wacha tuongee kuhusu umaskini kwa dakika. Deuteronomy 15. Kumbukumbu la Torati 15. When the blessing of God is upon the people. Wakati baraka ya Mungu iko juu ya watu. You see, this is an interesting passage. Ibasi ni maandiko ya kushangaza. Because God was speaking to people who had been slaves for 400 years. Maana Mungu alikuwa anaongelesha watu walikuwa katika utumwa wa miaka 400 zaidi. They had no laws. Hawakuwa na chochote. They didn't know how to govern themselves. Hawakujua jinsi ya kujielekeza. And so God is telling them. Na kwa hivyo Mungu anawaambia. First, the passage that I gave for Tanzania, I will make you a special treasure in all the earth. Ile maandiko ambayo nimewasomea Tanzania, Bwana atawafanya hifadhi
ya dhamana sana kwake. And then Deuteronomy 1, he gave them representative government. Kumbukumbu la Torati 1 akawapatia wanasheria. God began to show them how to be nation builders. Akaanza kuonyesha vile ambavyo watakuwa wajenzi wa nchi. And then Deuteronomy 15, this is so audacious. Basi kumbukumbu la Torati 15 yanishangaza, ni nzuri mno. God was speaking. Mungu alikuwa anaongea. When they would be keep to be people of the covenant. Wakati basi amewaleta watu wa agano. He says, except when there may be no more poor among you. Akasema ya kwamba kati yenu hapata kuwa na maskini. For the Lord will greatly bless you in the land which the Lord as God is giving you to possess as an inheritance. Kwa sababu Bwana basi atawafanya muwe wamiliki wa nchi ambao atawapatia. Wow. Is that possible? Hiyo inawezekana jamani? If it is, which I believe it is because the Bible says that. Na mimi ya kwamba inawezekana maana Biblia inasema. If you're people of the covenant, watu wa agano, you believe God's word, waamini neno la Mungu, it should be an exception if there was poverty. Tusoma mstari wa 4 ya kwamba apange kuwa basi na umaskini kati yao. This is almost mind-boggling. Hii itafanya akili zako zisimame. That God could show us how to eliminate the poverty of a nation. Mungu atatuonyesha jinsi ya kufutilia mbali umaskini wa taifa. But why not? It's in the book. It's in the instruction manual. Iko katika mstari wa 4, iko katika Biblia. Kumbukumbu la Torati 15. Hallelujah. Why do you think the Jews have prospered? Basi wakafanikiwa namna gani? But we are children of Abraham. Lakini sisi ni watoto wa Ibrahimu. We have the blessing of God. Tuna baraka ya Mungu. We have the precious Holy Spirit. Tuna ule uwepo wa Roho Mtakatifu. How much more should we be able to heal nations? Jinsi gani zaidi ya hiyo tuweze kuwa waponyaji wa nchi zetu. Hallelujah. I think we need to clap our hands right now. Endelea kumpatia Bwana Yesu sadaka ya makofi. Thank you Jesus. I feel the presence of the Lord. Hisi uwepo wa Mungu. You might say this is all Old Testament. Naweza ukasema tumesoma agano jipya jioni ya leo. The Old Testament was the Bible for the New Testament church. Basi agano la kale ilikuwa Biblia katika kwa agano la jipya pia. Now Jesus came. Sasa Yesu akawadia. Can you imagine how he must have felt walking the earth? Tazama vile alivyosikia akitembea duniani hii. Seeing how low his creation had fallen. Akiona vile ambavyo ulimwengu na kile alichoumba kimeshuka duni. But I want to say to you. Lakini nataka nikuambie usiku when Jesus died on the cross. Yesu akafa msalabani. The most important thing, of course, is the salvation of a human soul. Ya muhimu kwanza ni kuokoa nafsi ya mwanadamu. That's primary. Hiyo basi ni ya kwanza. But we're destined to rule and reign with him one day, the Bible says. Sisi basi hatima yetu ni ya kwamba tawala pamoja na yeye siku moja. And this is our lesson, our training ground on the earth. Na hii basi ni mahali pia ukufunzi wetu hapa duniani. We've got to learn. Lazima tufunzike. Because Jesus said. Kwa sababu Bwana Yesu alisema. You know the last words he said. Wayajua maneno ya mwisho aliyoyasema. In Matthew 28:19 through 20. Mathayo 28 mstari wa 19 na 20. Go therefore and make disciples of the nations. Nendeni basi mkawafanye watu wawe wanafunzi wangu. He commissioned us to disciple whole nations. Basi akatumwagia mafuta tuweze kuelekeza wale ambao ni mataifa yote. Every part of it. Kila mahali. Every part of society. Kila jamii. He wants to be Lord over the nations. Anataka awe Bwana wa mataifa. And then he goes on and he says, teach them to observe all things I've commanded you. Akasema na uwafundishe kuyashika yote niliyowaamuru. Who are the them? Basi hawa nyinyi ni akina nani? The nations. Ni mataifa. This book hichi kitabu applied to any government, any nation, chaweza kikatumiwa na serikali yoyote ama taifa yote. Will heal it.
basi wakikitumia. So God said to us, Mungu akatuambia, go and make disciples of Kenya. Nenda muwafanye wanafunzi pale Kenya. PNG, Papua New Guinea. Papua New Guinea. Tanzania, Uganda. Tanzania na Uganda. The nations of the earth. Mataifa ya dunia. And so one day in the judgment seat of nations, na siku moja katika kiti cha enzi cha utawala na hukumu, it is my dream. Mimi ninayo ndoto. My dream for you as Kenyans. Ndoto yangu kwenu kama wa Kenya. And the great roll call of heaven. Katika kiti cha enzi cha mbingu. That you will be able to stand before the great judge of the universe. Kwamba mtaweza kusimama mbele ya hakimu mkuu wa ulimwengu wote. And when he says, what did you do with the nation I gave you to take care of? Atakapouliza mlifanya nini na taifa ambalo niliwapatia? What did you do with the nation I gave you to steward? Mlifanya nini na taifa ambalo niliwafanya wasimamizi? In fact, look at Revelation 21:24. Tazama Ufunuo 21 mstari wake wa 24. The nations of those who are saved shall walk in its light, and the kings of the earth bring their glory and honor into it. Mataifa watatembea katika nuru yake, na wafalme wa nchi huleta utukufu wao ndani yake. When you stand before the throne of God, wakati tutasimama mbele ya kiti cha enzi, and the name of your nation, Kenya or whatever is called, na basi usimame kama Mkenya ama Mtanzania, will you say, we present you a saved nation? Tasema ya kwamba nimekuja kuwakilisha taifa langu. We took care of our nation, God. Nililinda na nikasimamia taifa letu. We discipled our nation. Nilifanya taifa letu likawa na mambo mapya. We took our job description seriously. Nilifanya kazi uliyotupa kwa kumaanisha. When people got saved, wakati watu waliokoka, we taught them to be fruitful and multiply. Tuliwafunza jinsi wataweza kuzaa matunda. We taught them that they were blessed of God. Tukawaambia kwamba watabarikiwa na Mungu. Poverty is not spiritual. Basi umaskini sio wa kiroho. The devil has told some people that to be poor is to be spiritual. Shetani akaonyesha wengine umaskini ni wa kiroho. That is not biblical. Hiyo ni mafunzo mabaya, sio. God wants us to prosper. Mungu ametuita tufanikiwe. To be fruitful. Tuwe na mazao. So we can bring healing to our nation. Ili ya kwamba tulete uponyaji kwa taifa letu. So no child goes to bed hungry at night. Kwa hivyo wale ambao wanaacha ile nuru. So no one lives in a terrible place with no running water. Na katika pia maji tulete nuru kila mahali. Little children dying from disease. Watoto wasife kwa magonjwa. Hallelujah. Bwana asifiwe. God will help us. Mungu atatusaidia. Let's have a revolution. Kwamba tulete mageuzi. From Satan's kingdom. Toka kwa ufalme wa giza. And let's believe thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Falme wa Mungu utendeke Tanzania na Kenya kama vile inatendeka. Hallelujah! Hai! Kaya! And then he gave us the second part of the Great Commission. Ya kabisa tufanye ile ambayo tulitumwa tukaifanya. In Mark 16, Mariko 16. he said, I'm going to give you supernatural power. Sema nitawapatia nguvu za kiungu. I'm going to advertise that I am God. I am the King of the universe. Nitajionyesha na nyinyi ya kwamba mimi bring, mfalme wa mbinguni. Bring the deaf, bring the blind. Leta walio vipofu na wate. I will show them that I am God. Nitawaonyesha mimi ndiye Mungu. I will heal their bodies. Nitaponya miili yao. And then you can train them to heal their nations. Na pia nchi zao zipone. Can you stand to your feet and shout hallelujah? Simama kwa miguu sema hallelujah! Hallelujah! The nations that are saved shall walk in its light. Tembea katika utawala. And the Bible says, Maandiko inasema, they we will present glory and honor before the throne. Watadhihirisha utukufu, heshima katika kiti cha enzi. Wealth and the treasures of our land. Na pia utajiri na hazina ya nchi zetu. Listen, when you come before a king, you bring tribute. Kija mbele ya mfalme unaleta mambo mazuri. What will you bring to the king? Utaleta nini kwa mfalme? The wealth of the nations. Tajiri wa taifa lako. Father God, we stewarded the gold, the silver.
kile ambacho ulisimamia kama dhahabu. The oil. We stewarded the fields. Na pia katika nchi yote. We did our job. Tulifanya kazi yetu. And we saw that our nation had such an awakening that thousands and thousands of people, na pia tuna uamsho katika taifa letu maelfu kwa elfu, declared that Jesus is Lord. Maana Yesu He is the Lord of the nations. Yeye ni Bwana wa taifa. Hallelujah, He is the Lord of the nations. Hallelujah, ni Bwana wa taifa. Hallelujah, just put your hands together. Pigia Yesu kelele za hallelujah, Lord of the nations. Hallelujah, mataifa yote. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. I want to commission you tonight. Nataka basi nikutawaze leo. You see, God created each of you with a destiny. Waona Mungu alitumba sote na hatima. Acts 13:36 says, David served the will of God in his generation. Matendo ya Mitume 13:36 yasema Daudi akatumikia Mungu katika kizazi chake. If one generation doesn't break the curse, then the next generation has to work doubly hard. Kizazi kimoja kishindwa kuvunja laana, kizazi kijacho kinaivunja. Because the curse increases with every generation. Maana laana zaongezeka, zina tabia kuongezeka na kila. But I believe this. Lakini naamini hii. This time in the great awakening, katika uamsho ambao umekuja Afrika, we're not going to ignore our nations. Hatutaondokea mataifa zetu. This time in the awakening, hii wakati katika uamsho mkuu, we will disciple our nations. Tutaweza kufunza. We will teach our nations the word of God. Funza taifa letu neno la Bwana. And we will take care of His business. Na tutafanya shughuli ya Jehova. And we will occupy until He comes. Na tutatawala mpaka. Hallelujah! Hallelujah! Can you say yes? Ndio. I will do that. Sema ndio nitafanya. I will serve God in my generation. Tumikia Mungu katika kizazi changu. I commission you. Sasa na I anoint you. Na kumwagia mafuta. To be, I open your understanding. Na pia ufunguke kiakili. God has opened your understanding to the teaching of the word. Mungu akufungue kwa kufunza neno lake. And now you know you're destined for the throne. Na basi ujue ya kwamba taji inakungojea. You're destined to rule and reign with Him one day. Wewe hatima yako ni kutawala siku moja. And this is our training ground. Na hii basi ndipo tunafunza. This is where we apply what we need to do to rule and reign. Hapa ndipo ambavyo tunafanya kile tutakafanya siku moja. Because one day we will rule over the nations with Him. Siku moja tutatawala mataifa yote. This is not all there is. Kila mahali. This is our training ground. Hapa ndipo tunafunzwa. And we will do it well. Na sisi tutaifanya. Oh, I have the fear of the Lord on my life. Sasa Bwana kumwagia mafuta. I have the fear of the Lord on my life. Uwe na hofu ya Bwana juu yako. When I stand before God in heaven, kaposimama mbele za Bwana, I want Him to say, well done. Taka sema umefanya kazi njema. You restored Eden. Wewe ambaye ulirejesha bustani. You understood what I've called you to do. Ulielewa kile nilikuitia ufanye. So Father God, these are your people. Sasa Baba, uwainue watu wako. Now anoint them. Sasa wamwagie mafuta. Now anoint them. Sasa wamwagie mafuta. To disciple their nations. Kwamba waweze kuponya mataifa yao. Anoint them, Father God. Mwagie mafuta Baba Mungu. Show them their part of their job. Pia kwa sababu ni wafanyakazi na wewe. Thank you for their destiny. Asante kwa hatima zao. Thank you for what you will do with them. Asante kwa sababu uliwaumba wewe mwenyewe. And Lord, the anointing for miracles. Sasa wapokee upako wa majibu. The supernatural advertisement. Kazi ya kiungu na kupatia kazi yake. That will open people's eyes to know God is real. Fungue macho ya watu ya kwamba Mungu yupo. And therefore, if He healed my body, sasa waponywe mili yao. I will serve Him as the Lord of the nations. Tumikia kwa sababu ya utajiri wa nchi yangu. Can somebody shout hallelujah? Mtu aseme hallelujah! Shangwe na vigelegele. Lord of the nations. Enda kwa mataifa. We take our job. Tachukua kazi yako.
In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Woo! Woo! That was a hard job. Doing that teaching was a hard job. Hiyo ilikuwa moto sana. I hope I did it right because I really tried to open your understanding. Mungu afungue kuelewa kwako. Listen, when God showed me I was responsible to heal a nation, Mungu aliponiambia kwamba nina jukumu la and that was our job, na hiyo ni kazi yangu. I fell on my face ashamed before God. Nikaanguka kifudifudi na aibu mingi sana. I said, God, nobody ever taught me that. Maana kuna mtu aliyenifunza hapo. I never knew. Sikujua. They just told me I could escape and get out of this terrible world. Ya kwamba nikasema Baba, niondoe katika nchi hii imeharibika, ardhi hii. I had nothing to do with this world. Sikuwa na kitu cha kufanya na dunia yake. I didn't know you loved the world as well as the people. Sikujua kwamba anapenda dunia, ulimwengu kama vile I didn't know you like that. Sikujua kwamba I never knew you as Lord of the nations. Sikujua kama Bwana wa mataifa. When you said ask me the nations for your inheritance, uliposema basi niitishe mataifa kama urithi, that you really meant that. Na kwamba ulimaanisha vile. That these nations are your jewels. Kwamba mataifa haya ni wewe umeyachagua. And we are to take care of what you love. Na lazima basi tulinde kile unakipenda. Each of us has a purpose. Kila mmoja wetu tuna jukumu. Each of us has a calling. Kila mmoja tuna mwito. In order for us to do this well, ya kwamba tufanye hii kwa usawa, we need all. Tunahitaji all of us. Tunahitaji everyone. Kila. You need to have spiritual ambition. Unahitaji uwe na silaha za kiroho. To say, how can I heal my nation? Basi nitaponya nchi yangu. What business can I start? Mimi nitaanza biashara gani? What do I need to do? Tufanye nini? To eliminate poverty. Kuondoa umaskini. What can I do to marriage righteousness and justice? Nifanye nini nilete haki na pia utakatifu? To solve the problems of why is there corruption? Ili ya kwamba nisuluhishe shida zilizoletwa na ufisadi. How does that look from heaven? Hiyo basi inakaa namna gani toka mbinguni? The will of God is to eliminate corruption. Mapenzi ya Mungu ni kuondoa ufisadi. Hallelujah. Kung'oa ufisadi. And you might say it's so big. Naweza kusema ni kubwa sana. But we have a big God. Lakini tuna Mungu mkuu, sio? I am aware. Mimi ninajua. Since I'll be 73 August 25th. Kwamba tarehe hiyo ambaye nimetaja. That I might not see the fulfillment of that. Ya kwamba labda sitaona timizo ya hiyo. But you will. Lakini wewe utaiona. Some of you young people. Vijana ambao we're going to do better. Nyinyi wote. Now I know as long as there's sin in the world, we won't have a utopia. Najua ya kwamba kama kuna dhambi duniani basi hakutakuwa na ile ambao. But I know that a big God can show us ya kwamba Mungu mkuu anaweza akatuonyesha how to steward the earth. Vile ambavyo tutaweza kuokoa dunia. In the name of Jesus. Turn to your neighbor. Say, I'm going to disciple nations. Mwambie basi nitafunza. I'm going to make disciples. Mimi nitakuwa mkufunzi wa ulimwengu. I don't know how, but I'm going to learn how. Nitawafanya watu watafuata Yesu. God help us. Mungu atatusaidia. Come on, glory to God. Glory to God. Glory to God in the highest. Thank you for choosing us. Thank you for making us in your image. Thank you, we are sons of the living God. We are not meant to be poverty-stricken people. We have given us authority over disease, over pain. And now we take it, God. We embrace it. In the name of Jesus. All right, amen. Amen. Hallelujah. The earth will rejoice. The trees of the field will clap their hands. Hallelujah. The crops will grow. The rain will fall. And when people understand that kind of God, they will fall on their face
and worship him who is worthy. Pastors, your church are discipling centers. Wachungaji, kanisa zenyu ni mahali ya ukufunzi. Not just for individuals. Sio tu ya watu binafsi. But to change nations. Lakini let's do our job. Fanye kazi zetu. Let's do our job. Fanye kazi zetu. Amen. Now this is what we're going to do. Na hii ndio tutafanya. We're going to sow into this word. Tutapanda. We're going to sow into this word. Have the praise team come. Tutatoa katika kazi. Mike, we're going to sow into this word. Tutatoa katika kazi hii. Because we want the fruit of this word. Kwa sababu tunataka matunda ya kazi hii. We are here, we have come to Kenya. Tuko hapa, tumekuja Kenya. To believe God. Kuamini Mungu. That God has somehow chosen East Africa. Mungu amechagua Afrika Mashariki. The continent of Africa. Amechagua Afrika yote. To display his glory. Kudhihirisha utukufu wake. I want to tell you those colonizers did some damage when they came. Wale wakoloni walifanya uharibifu walipofika. They came and they wounded the soul of this nation. Na wakaja basi wakaumiza nafsi ya nchi zetu. But the Lord of the nations is healing it. Lakini Bwana anaponya. And not only is he going to give you restoration. Na sio tu anaturejesha. He's going to give you restitution. Basi atakurejesha kwa haki. The thief has to pay 7 times. Zima mwizi alipe mara 7. What he has done. Kile alichofanya. Now I want you to sow. Nataka upande. Just stop and ask God now. Nataka uulize Mungu. Lord, I want to sow. Baba, nataka nipande mbegu. Into this word. Maybe you're in business. Katika kazi hii labda uko katika biashara. Maybe you say I'm going to sow for my business. Labda wasema nitapanda kwa sababu ya biashara. So I can prosper. Ili ya kwamba nifanikiwe. I tell you, can we believe? Nataka tuamini. That God is going to give us millions and millions of dollars to change the nation. Ya kwamba Mungu amepatia mamilioni ya dola kubadilisha mataifa. That we will build big discipleship training centers. Kwamba tutajenga center za ukufunzi. That we'll build schools. Jenga basi mashule. Where our students will learn how to bring heaven to earth. Na tutaleta mbingu hapa duniani. Oh, I believe. Ndio naamini. I decree. Natangaza. Tonight is the beginning of a reformation. Leo ndio mwanzo wa hiyo. Tonight is the beginning. Leo ndio mwanzo of a reformation that will eliminate corruption. Wa mageuzi na mwondoko ambao utaondoa kisa. Poverty. Na pia umaskini. And disease. Na magonjwa. We decree that Kenya is a colony of heaven. Twatangaza Kenya ni milki ya mbinguni. Tanzania, Papua New Guinea, Uganda, Ethiopia, South Africa, France, Europe, Kongo yote, America. Kila mahali. We believe. Tuamini. Are you ready when you're offering? Uko tayari na sadaka yako? What you sow into is what you believe into. Kile ambacho unaamini. So I want you to sow. Does anyone need an envelope? Can we put up on the screen the ways you can give? Na tuweke namba za kutoa katika. Can we put that up on the screen? Na pia how people can give? Na pia watu watoe kupitia namba ambazo ziko katika runinga. What do you think? You know I'm a Maasai. Najua mimi ni Maasai. You didn't know this white girl was a Maasai. Ya kwamba huyu msichana hukujua ni Maasai. But we were adopted. Lakini sisi tulichukuliwa kuwa Wamasai. And the governor of Narok County gave me an official position. Na governor wa Narok akanipatia cheo. I'm an official position with the government. Mimi nina cheo cha serikali ya Narok. So you have to love me and adopt me. Kwa hivyo unipende na unikubali. Especially Tanzania, Maasai, you have to love me and adopt me. Tanzania wote wa Maasai nyote mnipende nyote. Amen. Raise your hand if you need an envelope. Inua tu mkono kama unahitaji bahasha. No gift is too small. Let's just sow into this. You can give. Naweza ukatoa. The different ways up there. Na namba za M-Pesa ziko pale kwenye runinga na pia benki. Mike, are you preparing our offering? Na pia we're going to give a good seed. Ni vizuri tutoe sadaka nzuri. Ndio. Let's sing. Wacha tuimbe. Let's sing something happy. Tuimbe kigosho mzuri. Something happy. Tuimbe kitu mzuri. That's a good one. Ni vizuri tuimbe nyimbo mzuri. Yeah, come on. Hallelujah. I have this
song. I love this song. Come on, come give every praise. Come on, put hands together for Jesus. Oh, yeah. Every praise is to our God. Everyone of worship. This is one of my favorite songs. Come on, somebody give him a shout of praise. Hallelujah. Come on, give him a praise, give him a praise. The land is going to be cleansed. Can we appreciate our mother, the prophetess of the world, Dr. Cindy Jacob? Come on, children, come on, people, come on, people. Let's appreciate the mighty, mighty mother of the nations. We must disciple this nation. We must change this nation. And we are calling on the name of the Lord. What a word. Tomorrow we are going to be walking around the city. Okay. All right. Before we how many of you believe God has spoken? Everybody stand where you are. Don't move, please. The woman of God has said, when we repent in this country, we are going to see a nation changing. Every eye closed, every head bowed down. If you are in this place, not born again, you are a backslider, or you feel you need to come back to Jesus, raise your right hand wherever you are. You want to come back to Jesus, or you want to be born again. Is there anybody? Anybody? Oh, there is one over there. Oh, come on, praise the Lord. Come on, clap your hands for Jesus. Anybody else? Bring that. Let her come. As whoever brings up there, let her come. Anybody else? Uko na kisirani kidogo, nataka kurudi kwa Yesu. Usiwe na wasiwasi. Leo ni siku yako. Amen. Yeah, usirudi nyumbani na kisirani. Just come, just come, just come. You used to know Jesus, but you backslide. Just come.
Keep clapping, keep clapping. There are about 5 people. There are about 5 people who can come to the Lord tonight. Anybody else you want to come back to Jesus? Wherever you are, don't be afraid. Jesus is coming back very soon. We are going to heaven very soon. And we are not living in Kilgoris. We are going with you to heaven. Hakuna mwingine anataka kwenda mbinguni na sisi. All right. Come on, appreciate these wonderful people. Naomba tuwapigie makofi mazuri. Weka mikono yako juu mama na mzee. Aha, sema Bwana Yesu, here I come. Forgive my sins, change me, save me, deliver me. My sins are forgiven. I will never be the same again. Amen. Amen. I am saved now. So this beautiful lady, who is going to take care of them? Okay, okay. Naomba mumfuate huyo dada. Okay, Henry, you're going to walk with Pastor Henry. He's going to take care of you quickly. Muende na mchungaji Henry. Please, before you leave, listen to these few announcements. Kabla mjaondoka kuna matangazo. Tomorrow, kesho, we are marching around the walls of Jericho, which is Nairobi. Tutaenda kuzunguka kuta za Jericho ambaye ni Nairobi. They must come down. Lazima zianguke chini. People must begin to hear the voice of God again in the city. Watu watasikia sauti ya Bwana tena. The prophet has given us the right message for tomorrow. Nabii ametupatia neno la kesho. That the nation can be cleansed. Ya kwamba nchi inaweza ikasafishwa tena. If there are people who died and nobody knows where they are. Kama kuna watu walikufa na hakuna mtu anajua mahali walipo. We can repent and bring a cleansing to the nation. Tutaenda kutubu na tutasafisha nchi. How many of you know that Kenya has had some problems like that? Ni wangapi wanajua kwamba Kenya walikuwa na shida kama hiyo? We are going to pray. Tutaenda kuomba Tomorrow. Kesho. As we walk around the city tomorrow. Tunapoenda kuzunguka katika mji. Immediately after the lunch, between noon and lunch session. Tunapomaliza lunch kesho. We will walk to the city. Tutaenda kuzunguka mji. If you have a Heaven's Fire t-shirt, kama utakuwa na hiyo t-shirt ya Heaven's Fire, you can come with it. Na kuja nayo. And wear it. Na uvae. But if you don't have, there are those who are discounted. Lakini kama hauna pia bei imepunguzwa. You'll be able to get one. Unaweza ukapata moja. Anybody who is accommodated at the schools, wale ambayo wako pale shuleni, you'll meet on that side. Naomba mkutane pale hii. Side that you are able to be taken to your hotel, okay? Ili muweze kupelekwa mahali ambayo inafaa. Tomorrow, kesho, we start at 8 on the dot. Tutaanza saa 2 kamili. Please be here. Kesho tutakuwa na Pastor Robert Kayanja is coming to town tomorrow. Mchungaji Robert Kayanja atakuwa hapa kesho. Dr. Wilfred Lai is coming to town tomorrow. Dr. Wilfred Lai atakuwa hapa kesho. Dr. Miles is coming to town tomorrow. Dr. Miles atakuwa hapa kesho. Our Apostle Francina is coming to town tomorrow. Apostle Francina atakuwa hapa kesho. Archbishop Harrison Nganga is here tomorrow. Archbishop Harrison Nganga atakuwa hapa kesho. Apostle Julius Subi is here tomorrow. Apostle Julius Subi atakuwa hapa. Reverend Mother Subi is here tomorrow. Reverend Mother atakuwa hapa kesho. I want us to come believing God. Naomba tuje tukiwa na matarajio. For the best time tomorrow. Kwa sababu ya kesho. As we are leaving, I want the Tanzanian team to come and take us home. Unapoondoka naomba wapendwa kutoka Tanzania wakuje hapa. Wamesaenda. Mkuje mtupeleke nyumbani. Amen. Mkuje mtupeleke nyumbani. Mkuje haraka mtupeleke. Hii nyimbo mtawasikia itawaguza sana. Come. Fanyeni upesi muje. Kenya tunakuanga na watu wa wasiwasi. Kama mko na wasiwasi mkuje haraka. Kama mna wasiwasi kesho. Hallelujah, glory. Amen. But I think, are they going to be here tomorrow? Na kesho mtakuwa hapa. Mnaenda leo? Kama mtakuwa kesho mnaweza kuimba kesho. Sawa? Waimbe. Watu wana demand mkuje muimbe.